kisha mnakuwa wafupi. Are you there? President wenu yuko wapi? Bwana asifiwe. Nawakumbusha kwamba matangazo yanaendelea moja kwa moja kutoka kwa Vuna TV na Vuna Radio ambayo inapeperuza live. So naamini ya kwamba tunasikika mahali popote, na kwa hivyo Mungu awabariki sana. Wale ambao hawajafika naamini wako pamoja nasi hata kama wako nyumbani. Kwa hivyo tutaendelea na yule mwanafunzi wengine wakicha. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu nipungie mkono kama mnaniona. Nashukuru kwa ajili ya siku ya leo. Nashukuru kwa ajili ya congregation ya siku ya leo, kwa sababu ni Mungu wetu ameifanya tumekuwa hapa siku ya leo. Kwanza mimi ninashukuru kwa ajili ya shule, mwanzilishi wetu wa ile shule mwenye alianzilisha. Tunashukuru kwa ile kazi anafanya. Asante. Ninashukuru kwa ajili ya walimu wetu kwa sababu wamejitoa, kwa sababu tulianza mafundisho 2021 na hii ni mwaka wa 3 tunaenda kufoso siku ya leo, lakini kwa sasa sisi ni wanafunzi. Haleluya. Kwa hivyo ninashukuru kwa ajili ya walimu wetu kwa ile umbali Mungu amewatoa, na ule umbali kama sisi wanafunzi tumetoka na tumefika siku ya leo. Tunasema ni asante kwa sababu ni rehema za Mungu na neema za Mungu zimefanya tumefika siku ya leo. Haleluya. Kwa hivyo ninashukuru siku ya leo kwa sababu tumefunzwa, tumefunzwa, we have taught enough, we have trained enough, we have equipped enough and edified enough so that we can go and preach to others. Wacha Mungu amani awabariki na awatende mema siku ya leo. Mbarikiwe sana. Pigie makofi. Our sister Patricia from Uganda, please, you are welcome. Very fast and very quick. You need to be brief. Na Mungu awabariki. Mpigie makofi anapokuja kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Muko na furaha? Hapana, I cannot see you smile kaki. Amen. Can you wave like this? Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. I have no much to say. You're most welcome, our dear visitors. Bwana asifiwe. Amen. You're most welcome to be in this place. I'll just welcome my mom to come and say something from Uganda. Amen. Amekaribisha mama yake kutoka Uganda. Amen. From which side of Uganda? Karibu sana. Bukedia district. Bukedia district. Wametoka Uganda, wapigie makofi. Watu wa Museveni wako hapa, wapigie makofi. Amen. Mom, just say something. Praise God, brethren. I'm called Apio Mary Frida from Uganda. I fellowship in Yesu Afuga Church. My pastor is Pastor Ambrose. I thank God for making me reach here, starting from Uganda up to here, that long journey. Praise God. Amen. I thank the teachers
the institute that made Patricia to come this way, and she studied. That's why I'm here today. Amen. Yeah. God Praise bless you. God. Amen. I thank all the bishops who are teaching Patricia, all those teachers, friends, and all the congregation. Thank you so much. May God bless all of you. I've brought all the greetings and they're just heavy like this. From Uganda. Inua mikono. Ameleta salamu kutoka Uganda. Simuinue mkono musalimie mgeni mumwambie. Amen. Praise God. Amen. That's all. Amen. Yeah. God bless you. Amen. So wapigia mgeni wetu makofi. Mgeni wetu kutoka Tanzania, mchungaji Nabal achafika, lakini atakapokuwa amefika atapatiwa nafasi, na tunashukuru Mungu maana ni mwaminifu. Tupate wimbo. Zile kwaya ambazo zimefika, kindly I have about I have about 5 minutes to deal with the choirs. If you have a song and you feel like singing, ningetaka niwapatie nafasi. So wale ambao wako tayari na walijitayarisha kuja kuimba, na wapa nafasi ya kwanza, but munisaidia kwa program tafadhali. I have only 5 minutes in my program kudili na mambo ya kwaya. So ile kwaya ambayo iko tayari hapa na wanataka kuimba, tafadhali kimbieni mbele. Chukua haraka ili tukaweze kuimba. Kwaya ambayo iko tayari. Na wale ambao mmekuja hapa mnataka kuimba, kindly na wakaribisha uniletea karatasi ile kwaya ambayo imefika hapa inataka kuimba. So kwaya, nikiongea hivi kwaya ingekuwa imefika hapa. Wale kwaya ambayo nataka kuimba mungekuwa mko hapa mbele. Niwapatie mic. Ni kama hakuna kwaya? Okay, Living Faith hamuna kwaya? Wakati wengine hawapatikani, nyinyi mnapatikana. Bwana sifiwe. So just we have only 2 minutes. Please, ili na wengine wapate nafasi. Wale ambao mmekuja na kwaya, kwa haraka tuchipangeni haraka. Please. Choir master, choir mistress, ungekuwa umeshika mic ili utupatie mwelekeo. Teremkia na hapa, muimbie hapa. Tunaendelea kuwakumbusha ya kwamba mnaweza tupata matangazo moja kwa moja kutoka kwa mtandao wa www.radiofuna. Naamini ya kwamba mmetangaziwa hapo awali. Matangazo yanaenda live Vuna TV na yanaendelea live kwa radio. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Hata wale ambao hawakufika, waambie tu waungane pamoja nasi kutoka mahali wako, iwe wako nyumbani, mahali popote wanapokuwa. Are you ready?
Wow, wapige makofi mazuri. Very good. Nimesikia kwamba wanaimba Radio Vuna. Sikuwa nimejua kwamba kuna kwaya hapa imeimba Radio Vuna, lakini baadaye tutakuwa tukiwajua andake MC. Irora angeli yetali kwaya yo linda bali bako nyaligi ali YouTube banyarako bako enyora kegara tore live with Vuna TV na boigo Radio Vuna 102.0 FM. Ngaki kwaya ikurukwa? Kwaya ne ya Living Faith. Living Faith. Yes. Andake Ige karamoko yeligia no ere asikenyoreke na nyasanya ariko bagako basinia. Very good. MC utara to the next section nte tubwe manyakani rasmi kiagara bategereri bagotegererete na bayigo bakorigere tugotera Vuna TV mbara manyanga eliogeri ne liango. Inje ngoro ku Bishop James Masega igono murandi wa Donai Revival Ministry korwase kinyorokia nyaribali nkagere sametha nyisawa sini. Very good. Oinere MC mwancho motegereri tore live korwa Shepherd's Bible Institute gotoka igachi semeche chia tendere ogembo kero toko chire mase graduation ceremony. Wapi kelele ya graduates? Hallelujah. Amen. Mbarikiwe sana. Itumbe Church kwaya kwa haraka. Kwa haraka. Fuata hiyo sauti kwa haraka tafadhali. Fuata hiyo sauti. Itumbe Church kwaya. Kutoka Itumbe Neema ya Pentecosto, wimbo moja mpalikiwe. Bwana Yesu ni mjuu.
Asante sana. Wapigie makofi. Vificho na nderemo zitafuma tutakapofika wapi? Mbinguni. Sijui kama kuna mtu katikati yetu atake kufika mbinguni. Wawe ni wanafunzi, wawe ni walimu, zote tunataka kufika wapi? Mbinguni. One song from Evangelist Aloni Mwanja. Kama uko hapa na umenipatia karatasi, if you are here, please very quickly nataka nikuone mbele kwa haraka. Kama haupo tutaingia kwa mwingine. Ni kama ndiye huyu. Anaitwa Evangelist nani MC? Anaitwa Aaron Mwanja. Anaitwa Evangelist Aaron Mwanja, ndiye anayetuletea wimbo. Tuko live ndani ya Radio Vuna 102.0 FM na vile vile Vuna TV. Unaweza tazama moja kwa moja ikiwa ni graduation ceremony ya Shepherd's Bible Institute inayopatikana huko maeneo ya Tendere Ogembo. Tuko chere ya maasemo ekero mtangazaji wa zamu graduates mnaweza sema omanena abaya kwe. Praise the Lord. Kwa majina anaitwa Mark ama Aaron Mwanja kutoka Nyamache. Nataka temba tele kwa tera kwa tebanga tigiyobo konyi na haya no bonyole. Obokonyi yoba asiboko toka si Yesu. Haya makofi kwa Yesu. Kaju. Inua. Twende. Mighty Records. Chegoro. Kaju. Inua. Yeso tinya mariga. Emechando yense. Tinya mariga. Emechando yense. Tinya mariga. Ama kweli yense. Tinya mariga. Ama kweli yense. Tinya mariga. Ama roire yense. Tinya mariga. Ama roire yense. Tinya mariga. Okura mwa. Tenina mwa. Ora mwa. Tenina mwa. Ocha
makofi, tupige makofi. Tatu. Inua. Nada hivi. Twende. Wow. Wale magraduate wenye wapigi makofi, ekaromogo cha kutorandelia na sisi hatutapiga makofi kanisani. Tafadhali piga makofi mazuri. Amen. Tunaingia kwenye kipindi cha pili kingine. Tuwe na wale wageni ambao walikuwa wamekaribishwa. Tulikuwa sijamuona hajafika au chairman Kisi County Pastors and Clergy Forum hajafika, our Bishop Nyanuga and Bishop Undali sijawaona. Tutamkaribisha mgeni wetu Mr. Gezimba aongee, alafu apatiane nafasi kwa kiongozi wa Kupeti ambaye yuko pamoja nasi ili tukaweze kumaliza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tusalimiane kwa hewa. Bwana asifiwe. Amen. Tuko na furaha tena. Ndio, kwa sababu najua kwamba siku ya leo ni siku muhimu sana kwa wachungaji wetu ambao wanaenda kuhitimu, na tunashukuru Mungu kwa sababu haikuwa rahisi. Tunajua kwamba ni Mungu ambaye kwa neema yake aliweza kuwashikilia kwa muda wote katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Pastor Geoffrey Gesimba Oguta, natoka Masimba, na mimi ninahudumu chini ya Bishop Samuel Mogire, na hudumu chini yake. Na nilifurahia sana aliponiambia kwamba jana tulipomaliza ibada ya kwamba kuna mahali tutaenda leo, na nikafurahia sana. Nimefika hapa. Nataka niseme hivi ya kwamba Askofu Mogire amenifunza certificate, amenifunza diploma, nimehitimu hizo zote. Is my bishop and at the same time is my principal. Bwana asifiwe. Na pia ninaendelea haya diploma katika jina la Yesu Kristo. Nataka niseme congratulations wale ambao mnaenda kuhitimu siku ya leo, na kwamba Bwana akaweze kuwashikilia, na hata mtakapotoka nje ya kwamba Mungu atazidi kuwashikilia, na mbarikiwe sana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asanteni sana. Amen. Kiongozi wa Kupeti, are you there? Yes, asanteni sana. Bwana asifiwe. Praise God. My name is James Onsombi. I'm a teacher by profession, but above all, I love Jesus as Lord and Savior of my soul. I also want to congratulate our graduates for persevering, working very hard in class, and today we are celebrating what I've been doing in class. I want to encourage you that what you have chosen is the best for you, because even Paul is telling Timothy from 1 Timothy 3, he's telling him that if you have set your heart to do the work of God, you have chosen the noble task. So what you have chosen for your life is the best. Please, as you go out to serve humanity in terms of Christianity, put your heart in God, trust in God to give you wisdom and knowledge as you serve Him. As you have heard, I'm a leader of the Union of Corporates, but a section called PPF, where I'm also serving God under that. One thing I would like to inform you, and I've observed, wale ambao ni wokovu kama sisi, we are not putting a lot of effort for our learners in education. Wengine sisi mawazo yetu tumeweka mbinguni, tumeokoka, tunataka tuende mbinguni. Before tufike huko, nataka kuambia lazima pia tufanye ya dunia hii. Lazima watoto wetu wasome vizuri, waenjoy maisha ya hii dunia, because most people wenye wameokoka watoto wako hawajasoma, na Biblia imesoma hawajasoma vizuri, because mawazo yetu tumeweka mbinguni. Sisi tumeokoka, tunaenda mbinguni. So nataka kuambia tufanye bidii pia kama wale wengine wanafanya,
watoto wetu waelimishe vizuri, wasome vizuri, so that they benefit na wao waweze kuenjoy maisha ya dunia. Biblia inasema hivi, watu wengi wanapotea au watu wangu wanapotea kwa sababu ya kutokuwa na hekima. They don't have knowledge. Na hii knowledge inapatikana kwa kusoma. So watoto wetu make sure wasome kama wengine. Otherwise, for our graduates, I'm praying for you that the God of heaven gives you knowledge, gives you wisdom, vile mnaenda kumfanyia kazi. Otherwise, may the Lord bless you. Thank you. Amen. Mpigie makofi mazuri tafadhali. Yani amesema mhubiri tobasa kutomo mwana nkonya gwake keyboard yo kata agende skuru wasenga. Amen. God bless you so much. Nataka nimkaribishe Bishop Jal Salati awakilishe ile darasa la kwanza ambalo lilikuwa hapa. Bishop, I know you are an old man, but you are also young. So you can just be here as quick as possible. Mpige makofi. Thank you. Praise Jesus. I'm glad also to come and gather with the graduates of today. I'm called Bishop Arat Charles. We are the people who started this school, and it became a benefit to some of us. Yabera yengenje nene sana. Ngendo kiroro mwalimu Kupet atutebiri gaiga. And it is very important. Into to wenda takoba omugaso na oburabu asabantu bande na our pastor. If it is education, we have to take our children to school and let them learn properly. Today when I was coming on the way walking, I had to talk with some people and I told them this way. This basic education cannot take you anywhere. Now we are past basic education. Kwa hivyo ni vizuri hata kama tuna graduate saa hii pengine certificate wengine diploma, ongeza tena. We need to show the world that we can learn and lead the church. Wacha Bwana wabariki na wainue. Asante sana. Amen. Pigie makofi. Hallelujah. So nataka tuinue mikono yetu juu tunapopigia watu wetu wa SPI staff wanapokuja ili kuendelea na program kutoka hapa, na Mungu wetu aweze kutubariki. So SPI staff wapigie makofi vizuri, wapigie makofi vizuri. Kama hauna wivu wapigie makofi, kama hauna wivu wapigie makofi. Hallelujah. Thank you. Shukrani sana. Shukrani kubwa kwa wanafunzi ambao ni wakufunzi siku ya leo. Shukrani pia kwa guardians. Shukrani kwa staff and the entire management. Shukrani kwa wageni waalikwa wote. Ninapongojea mwenzangu Elijah kuwa mahali hapa, ningependa kusema ya kwamba Mungu ni mwema na kila wakati Mungu ni mwema. Praise the Lord. Hallelujah. Are you happy? Why are you happy? Because you have seen growth. Some are graduating. And now I want to give my message to graduates and to whoever who is listening and from wherever you are. May God bless you. I'm Paul Nyamweya. I'm a dean of students in this institution. As we have heard from the previous speakers, they have given us much encouragement. They have given us more insight on what to follow as church ministers and leaders. Therefore, I like to take this opportunity to invite those who have this
this booklet. You turn to the midst of the book, you read with me there. And my message is, especially to you graduates, you graduate today. May all profound gratitude follow you. You have trained not in vain. You have not only attained knowledge, but also are equipped for the good work of the ministry. Ask yourself, am I worthy to say? There is a question. God has given me the tongue of learned. You may learn. When you speak before people, they ask whether they heard well about your title. You may say, I'm Pastor so and so. And when you speak, people will start murmuring. Have you ever heard such people? They have big titles, but they have no learned tongue. So, as a minister, I believe, who has undergone training under this institution must have a learned tongue. In the book of Isaiah, chapter 50, verse 4 and 5, the Lord has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He wakens morning by morning. He wakens mine ear to hear as the learned. The Lord God has opened mine ear, and I was not rebellious, neither turned away back. And this will come through if you heed to the sound doctrine. That is, in the book of 1 Timothy chapter 4, verse 16, take heed unto thyself and unto the doctrine, Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear you. So, not only speaking well, you can't be a good orator. You can speak well, but what are you speaking? You must guard and have the sound doctrine. Whenever you stand before people, deliver, minister to people according to the sound doctrine. If you do that, you'll be safe. Nobody will condemn you. Nobody will fight you. Finally, and if you continue to study, some people say, I've graduated. Now I want to minister to others. There is no disciple who ceases to be a disciple. We are disciples until death. And I believe even after resurrection, we'll start a new life, which will need also to be taught how to live. So we never cease to be disciples. We never cease to learn. So we are encouraged in the book of Timothy, 2 Timothy, chapter number 3, verse 14, and through number 16. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom you hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof,
for correction, for instruction in righteousness. Therefore, if you equip yourself with Scripture, you will not teach strange doctrine. Therefore, also you will grow in your ministry. Finally, as I said, you need to know your audience. Who are you speaking with? Always know that you are the messenger carrying God's message. In the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The house without books. This is not the part of the scripture. This is my quote, and it is really not my original quote. I quote it from the man known as Marcus Tharias. This man spoke about leading. He said, a house without books is like the soul without the spirit. That means that is the body which is dead. It is unfortunate the multitude of Christians we have in the church, they don't have a Bible. The least books a man should have in a house is 66 books contained in one book, so that you can be alive. So may God bless you. May God keep you well. In Jesus' name. Amen. Amen. Wacha tupige yale makofi ya KANU. Sijui kama mnakumbuka makofi ya KANU. That is the dean of students who has just spoken. Wacha tupige ile makofi ya KANU. 1, 2, 3. Tena. Funga. My brother, you have forgotten to remind us that we are on. Can you remind us? Yes, tuko live ndani ya Radio Vuna 102.0 FM na vile vile Vuna TV. Unaweza tazama moja kwa moja kupitia mtandao wa YouTube. I welcome my brother Elijah, who is the director, to take from here. May God bless you. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Kama unapenda mwenzako mfungie mkono tu ukiwa pamoja naye hapo. Amen. That's good. So, today we are happy to be here. It's not because of our wish nor will, but it is because of the Most High. Again, I'm happy because of the ceremony which is taking on here. And I'm happy because of those graduates. Today, you're going to be new, because formerly you used to be in an old nature. And now, starting from today onward, you'll become new creature. Praise God. Hallelujah. Okay, so my names are Rachel Osiemo. I'm the director of this school, Seventh Bible Institute, in conjunction with Brother Scott Princeton from Oklahoma. So we come together in partnership. Hence, this school emerged from our partnership. So we thank God because of that. Also, I have some few remarks of which I'm going to share with you. And for those who have these booklets, you can turn to Elijah's remarks. That's where I'm going to share with you from. I have some insight which I'm going to share with the graduates. I want to make them to know that now they are new. They have started a new course. And wherever they are heading to,
They are going to do something. So it's good we remind them that now they have started the journey. Praise God. Hallelujah. Okay. It goes this way. Hello, students. Congratulations on your great achievement. Whether you are opting for further education or a new vacation, there are 3 things I would like to tell you. So, you be very much careful of the 3 things which I'm going to share with you, because they are most important onto our lives and onto our ministry work. Praise God. Hallelujah. Yes, first, choose your friends wisely. You know now, as you are going to be graduates, now you're going to meet with different people outside there. But I'm encouraging you, wherever you go. Of course, yes, there are pastors there, but try to find out which type of pastors that you are partnering with. Because there are crooks outside there. There are pastors outside there who call them pastors. But if you try to fall out the background, you find out they are not pastors. Only that they are there for their bury. Praise God. Hallelujah. So, ni vizuri uelewe hao watu vema vizuri ya kwamba hakika hawa ni wachungaji ama ni wale ambao wanatafutia tumbo zao. Praise God. So it's good you choose your friends wisely. Engage everyone, but your closest friends should be Christians. Wale ambao ni wakaribu sana wawe ni Wakristo. Wale ambao wanamwogopa Mungu. Wale ambao wametambua Mungu yu nani. Wale ambao wako na tabia hulka za Mungu. Praise God. Those who portray the characters of Jesus, those are the people you should make friendship with. Hallelujah. Okay? Again, the flesh, the world, and the enemy can be very persuasive in making life decisions you will later regret. Do not be reluctant to call on me. I can protect you, provide for you, and give you a peace that will surpass your understanding. Do not be afraid. I am your shield. I am your very great reward. These are the words from who? These are the words from God. So we find these words from the book of Genesis, chapters 15 and verses 1. Okay, point number 2. Choose who and what you listen to carefully. Know how to defend your faith and the truth in the Bible. Do not be afraid of science. Investigate more than scientific discoveries and see if they do not prove that the simplicity and order of life cannot be explained by the laws of nature. True science and scripture will not contradict each other. That's what I know, because I've passed through that and I understand what's in science. Praise God. Hallelujah. Number 3, stick to your calling in ministry. You have been called now to be pastors. So now, as a pastor, it's good for you to stick to your calling. Share the ideas that you have learned from the course that we've been teaching you. Teach the people the truth of the gospel. More so, share with them about the coming kingdom. Because all of us, we are heading to the coming kingdom. Praise God. Hallelujah. So, 3 men were in a field, swinging sledge hammers, breaking up large boulders on small stones. The first man was asked, "What are you doing?" He replied, "I am busting up logs." "What does I look like?" "I am doing." The second man was also asked, "What are you doing?" He replied,
I am making a living to support my family, and it's a difficult job. That man was asked the same question, what are you doing? Then he replied, I am helping to build a great cathedral. So, service is an important path of life mentioned throughout in Scripture. So, now we commission you to go outside there to be servants. Not to be served, but you are the one to serve others. Praise God. Hallelujah. That's what you've been given. That's the responsibility that we have been given to serve others. Hallelujah. So, to end, let us learn from the book of Jeremiah, chapters 33 and verse 3. Call to me, and I will answer you, and I will show you great and unsearchable things you do not know. So, that quote from the book of Jeremiah, it emphasizes onto our lives, onto us, that whatever we may have a desire to have, first we seek it from God, we ask from God, and He, God, will show us the things that of which we don't know. Praise God. So take care and take caution wherever you go as you leave these premises. Thank you, and be blessed. Oh, thank you very much, my director. I also like to usher in my co-teacher, our senior teacher, Reverend Albert. May God praise you. Okay. There is an area of which I forgot to mention. Besides being a director in the institute, I also am taking also in charge of those areas. Thank you, and be blessed. Oh, thank you very well. I'm Albert Sundiki Okea Musiria. I love Jesus Christ as my personal Savior. I'm married. Good luck, my wife is here. My wife, you just come here. Come by learning. That's a wonderful lady. Come here. Come here. I love this lady so much. She has brought me far. Hallelujah. She is Catherine. We are blessed with 7 children and some grandchildren, about 10 of them. So we are not young, although I'm old, but she's young, and I like that way. Praise the Lord. Hallelujah. I thank God because He has given us this opportunity to be here and even to participate in this institution since it started until today. We saw the first class graduating in 2017 and the second one in 2021. Immediately we ushered in the present class. Again, we are ushering in the same route from next month. We are kicking off for the next class. So we welcome all that are interested to take this course. It is a course which takes 2.5 years and is certificate. I love the Dr. Mogire, who is my teacher. He has taught me, and he was challenging me, why do we give certificate for 2.5 years, but the institution
prescribed that we have to take 2 years and a half. Thank you for the graduates. We started many, but now, today, they are graduating only 20. Clap for them. Graduates, I take this opportunity. I offer my most sincere congratulations to each of you. My special congratulations extend also to your parents, guardians, families, and friends. They share in your achievement. And likewise, I congratulate the Sabbath Bible Institute staff led by Brother Scott, who is the founder of this institution, Brother Rija, who connected us with Scott, and many others who gave you knowledge and support, walking beside you on the road to this great moment. Again, I take this opportunity to share with you that yes, you are graduating from Sabbath Bible Institute, but you are not graduating from learning institution, but you are moving on to another level. Put all that you have learned into reality in building the body of Jesus Christ from a knowing perspective. If I can speak a bit, I can just say this. Brother Scott is the one who is in charge of bringing all the course manuals, the Bibles, the study Bibles that you receive. Again, the food you eat here, and the accommodation. So, you see, we have to pray for Brother Scott and Brenda and all the faith partners family because of what they are doing. So wherever you go, I am only urging you, go and be a letter that you have been taught, so that those who are outside can have a desire even to go to Bible institutions. Your testimony preaches much more than what you speak. Your style of life speaks more than what you preach from the pulpit. My friends, you are going only to represent God. You are not going to represent yourself. You are not going to represent even the ministry that you are in or the denomination. Remember, all the time, anything that comes before you, which is a challenge, understand the promises of God to you as a minister. Claim the promises and walk according to the instructions. I'm leaving you with this. In the book of Matthew, chapter 33, chapter 6, verse 33, it says this: first seek the kingdom of God. Number 2, live according to the terms of the kingdom. Number 3, it is not yours. It is God's side. Other things shall be added unto you. What you see is impossible. All things are possible to him who has made you a minister. Thank you. May God bless you greatly as you graduate. Go and serve and bring much fruits, much multiplication into the kingdom of God. Thank you. May God bless you. Albert Undiki Okea Musiria from this area here, this Tendere Shepherd's Bible Institute. We welcome you to join us in hands. And those who are here and you have not gone to Bible school, I'm urging you, not only that you must come to Shepherd Bible Institute,
There are more Bible institutes in the world. My brother, the guest of honor, who is Dr. Mogire, is the principal of Destiny Bible Institute, and many others. We are welcoming each person to go and take a course so that you serve God from a knowing perspective, and then great things will happen in your ministry. Thank you. May God bless you. When time comes, we will read what our brother Scott is just saying. Thank you. It will be read. Thank you. May God bless you greatly. As I tell you, it is time. Glory. Wapi Glory? Glory. Bas, ebu kucha hapa, weka ile wimbo wako, alafu ndio twende. Ndio nikaribishe Dr. Mogire. Napoendelea kuweka huo wimbo, Nyaja ungetufahamisha tuko wapi, na Mungu akubariki. Kabisa, tuko moja kwa moja ndani ya Radio Vuna 102.0 FM na vile vile Vuna TV. Unaweza tazama moja kwa moja. Hii ni graduation ceremony ya Shepherd's Bible Institute. Inapatikana haya maeneo ya Kemboa, Tendere, Ogembo. Nabakunyara ko bakogo chagaiga singencho yo kwegera amangana yo oborandia. Karote tukunyara ko batuko mwarigane Gloria nyarako bakago torentera ogotera. Mwaje matekele nyeto chi Gloria. Igaro mwana anaonekana maridadi tu. Mtoto wa Yesu huyo, wacha atupatie wimbo. Mpigie makofi anapoanza kuimba. Yaani kama utasimama uimbe na huyo mtoto leona boka bwate nyanda mwa mwenye toko tenotere na bana bo. Leona boka ro nyanda mwa mtusimame tafadhali. Tusimame tafadhali tupatie huyo mtoto support.
Wapi makofi mazuri kwa huyo mtoto? Ako wapi kwanza huyo mtoto Gloria? Ako wapi? Kwa sababu ako live ndani ya Radio Vuna. Nani yule alikuwa? Ni wewe? This is a good kid. Igare live me Radio Vuna 102.0 FM na boigo tetorigereria kamera ringa kyokorukwa. Gloria. Ngokwegeretie gotera. Mama mino. Mama mino ngakia korukwa. Charity. Matenga charity ano muyo. Charity ano. Dadirende. Mpigie makofi mazuri. Sasa ningependa tuweze kutayarisha makofi. Kumbuka kwamba tuko moja kwa moja ndani ya Radio Vuna 102.0 FM na vile vile Vuna TV, na sasa tunamualika mgeni wa heshima, the guest of honor who has come here to grace this occasion, wakati hao wenzetu wanapofuzu kama wachungaji kutoka katika chuo hichi cha Shepherds Bible Institute. Tupige ile makofi ya KANU moja. Tena. Funga. Tuweke hii moja. Good. Karibu sana. Thank you. May God bless you greatly. Wacha tumkaribishe mtumishi Dr. Mogire ili akapate kutuendeleza kutoka mahali hapa kwenda mbele. Thank you. May God bless you greatly. The international director, mkurugenzi wa kimataifa, Brother Scott and Sister Brenda, ndugu Scott na pia dada Brenda, our African director, na pia mkurugenzi wetu wa Afrika, Brother Richard Osiemo, ndugu Elijah Osiemo, our senior teacher, mwalimu wetu mkuu, our brother Herbert Ondieki Okea, ndugu yetu Albert Ondieki Okea, and the dean of students, na pia anasimamia wanafunzi, Brother Paul Nyamweya, ndugu Paulo Nyamweya, members of the teaching fraternity, na wote ambao wako hapa katika kufunza, the graduating students, wanafunzi ambao wanaenda kuhitimu, the invited guests, wale wageni wote ambao wamealikwa, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, I want to greet you in the name of Jesus. Nataka niwasalimu katika jina la Yesu. Good afternoon. I have the pleasure and honor to be invited to as a guest here this day. Niko na furaha kuweza kualikwa hapa kama mgeni wa heshima. I know the teaching staff. Najua wale ambao wanafunza hapa. We work closely with Herbert Okea. Tunafanya kazi kwa karibu sana na Albert Okea. And the other two brothers, Ericha and Paul. Na ndugu wengine wawili, Elijah na Paulo. I know them. Na wajua. We work together. Tunafanya kazi pamoja. Thank you, servants of God, for the great work you have done. Asante sana watumishi wa Mungu kwa kazi nzuri mmefanya. Teaching and training students. Kuweza kuwafunza wanafunzi. And I've been made to understand they are coming from Uganda, from Tanzania and from Kenya. Na hata nimefahamishwa kwamba wanatoka Uganda, Tanzania na pia Kenya. This is a great work. It is an international work. Hii ni kazi kubwa sana na pia ni kazi ya kimataifa. God bless you, servants of God, our teachers. Mungu abariki sana watumishi wa Mungu, walimu wetu. So my name's Dr. Samuel Mogire. Majina yake ni Daktari Samuel Mogire. I'm married to Sarah. Yeye ameoa na mke wake anaitwa Sarah. We have been blessed with 4 children. Wamebarikiwa na watoto 4, 2 boys and 2 girls. Wavulana 2 na wasichana 2. Gender balance by God's grace. Wao wako katika hali ya usawa kwa neema ya Mungu. I serve God with Harvest Gospel Ministries churches. Anamtumikia Mungu na huduma inaitwa Harvest Gospel Ministry International. And besides that, na kando ya hayo, I am the principal Destiny Bible College. Yeye ni mwalimu mkuu wa chuo cha Destiny Bible School. From 2009. Kutoka mwaka wa 2009. By the grace of God, we have raised several servants of God. Kwa neema ya Mungu tumeweza kuwainua watumishi wa Mungu. Over 2,200 pastors have come out of Destiny Bible College. Zaidi ya watumishi wa Mungu 2,200. We thank God for Shepherds Bible Institute. Nashukuru kwa sababu ya chuo hiki. We are doing the same work.
tunafanya kazi sawa of training and mentoring servants of God. ya kuweza kuwafunza na kuwainua watumishi wa Mungu. We shall be partnering with you. Tutakuwa tunafanya kazi pamoja na nyinyi. God bless you greatly. Mungu abariki kwa ukubwa. Now let me share with us very briefly. Basi watanishiriki na nyinyi kwa kifupi. Because I've been given 30 minutes only. Kwa sababu nimepewa dakika 30 peke yake. Let me make use of the 30 minutes before we finish. Wacha nitumie dakika 30 kabla sijamaliza. Now turn with me. Basi enda pamoja nami. In the book of Joshua. Kitabu cha Yoshua. Chapter 2 and verse number 1 through 6. Sura yake ni ya pili. Joshua. Joshua is chapter 6. Chapter 2, sorry. Joshua sura yake ni ya pili. Verses number 1. Mstari wake ni wa kwanza. I read and they will interpret. And Joshua the son of Nun sent out of Sittim 2 men to spy secretly, saying, Go view the land, even Jericho. And they went and came into a Harrod's house named Rahab and lodged there. That is verse number 1. Verse number 2. And it was told the king of Jericho, saying, Behold, there came men in Ether tonight of the children of Israel to search out the country. Verse number 3. And the king of Jericho sent unto Rahab, saying, Bring forth the men that are come to thee, which are entered into thine house, for they be come to search out all our country. Verse number 4. And the woman took the 2 men and hid them, and said, Thus there came men unto me, but I wist not whence they were. Verse number 5. And it came to pass, after about the time of shutting of the gate, when it was dark, that the men went out. Whither the men went, I wot not. Pursue them, and them quickly, for ye shall overtake them. Verse number 6. But she had brought them up to the roof of the house, and hid them with stalks of flax, which she had laid in order upon the roof. Yoshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shittim kwa siri ili kupeleleza. Akawaambia, enendeni mkaitazame nchi hii na Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa kahaba mmoja, jina lake aliitwa Rahabu, wakalala huko. Mstari wa 2. Mfalme wa Yeriko akaambiwa kusema, tazama, watu wawili wa wana wa Israeli wameingia humu leo usiku ili kuipeleleza nchi. Mstari wa 3. Mfalme wa Yeriko akatuma watu kwa Rahabu, akasema, watoe watu wale waliokuja kwako, walioingia ndani ya nyumba yako, maana wamekuja ili kuipeleleza nchi. Mstari wa 4. Yule mwanamke akawatua wale watu wawili, akawaficha, akasema, naam, wale watu walikuja kwangu, lakini sikujua walikotoka. Mstari wa 5. Ikawa kama wakati wa kufungwa lango la mji, kulipokuwa giza, watu wale wakatoka, wala sijui walikokwenda. Wafuateni upesi, maana mtawapata. Mstari wa 6. Lakini yeye alikuwa amewapandisha darini, akawaficha kwa mabua ya kitani aliyokuwa ameyatandika juu ya dari. Mstari wa 7. Basi hao watu wakawafuata kwa njia iendayo Yordan mpaka vifukoni, na mara wale watu waliowafuatia walipokwisha kutoka, wakalifunga lango.
Shall we pray together? Hebu na tuombe pamoja. Heavenly Father, in the name of Jesus. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu. We thank you for the opportunity to stand before you. Tunakushukuru kwa sababu ya fursa umetupa. And to stand before God's people. Na kusimama mbele ya watu wa Mungu. We want to bring to them the ministry of the word. Na katuwaletee huduma ya neno la Mungu. Pray that you refer it to our hearts. Tunaomba kwamba utatufunilia kwa mioyo yetu. We are needy, we are hungry, we are thirsty. Tunaona kiu, tunaona njaa, tunahitaji. You minister to us in this special occasion. Utuhudumie katika fursa hii speciali. For the glory and honor and praise of your name. Kwa utukufu na heshima ya neno lako. Pray all this in Jesus' name. Tunaomba yote katika jina la Yesu. And everybody say amen. Na kila mmoja sema amina. Say amen again. Sema amina tena. From the portion of scripture that we have read, kutoka kwa sehemu ya kifungo tumesoma, I want to speak to us on the subject. Nataka kuongea juu ya funzo. God can use you too. Mungu anaweza kutumia wewe pia. God can use you too. Mungu anaweza kutumia wewe pia. As we have read the story as part of my introductory remark, vile ambavyo tumesoma hiyo hadithi sehemu yangu ya utangulizi, the two men, the spies, crossed over from Israel to Jordan River. Watu wawili ambao walikuwa ni wapelelezi wakavuka kutoka Israeli kuelekea Yordani. They entered into Jericho. Wakaingia Yeriko. The city was built around an oasis in the midst of a hot and desolate valley. Huo mji ulikuwa umejengwa mbali kando hali ambayo ilikuwa ni ukiwa. 840 feet below the sea level. Ilikuwa ni mita 800 mbali sana. Jericho was the first major city that Israel were coming out to conquer. Jericho ulikuwa ni mji wa kwanza ambapo Israel ilikuwa inatokea kuweza kuushinda. And this lady, a sex worker, was called Rahab. Na huyu mwanamke alikuwa anafanya kazi ya kingono, alikuwa anaitwa Rahabu. And she was in the city of Jericho. Alikuwepo katika mji wa Yeriko. And she was staying next to the gate. Na alikuwa anakaa karibu kando ya lango. And she saw the two men come. Na akaona watu wawili wakikuja. You know, as a business lady, na unajua yeye akiwa ni mwanamke wa kibiashara, she knew that day was a good day for her. Na alijua kwamba kwa hakika siku yangu ya leo ilikuwa ni siku njema. Because two customers had come at a go. Maana wateja wawili walikuwa wamekuja mara moja. And in her heart she was saying, na ndani ya moyo wake alikuwa akisema, I will serve one at a time. Ya kwamba nitamtumikia mmoja kwa awamu. Once I finish this one, I come to the next one. Nikimalizana na huyu nitaingia kwa huyu mwingine. So she welcomed the two men into her house. Basi huyo kahaba akawakaribisha watu wawili ndani ya nyumba yake. You know, her house was in a very strategic place. Unajua nyumba yake ilikuwa katika sehemu ambayo ilikuwa ni nzuri sana. It was a good place to gather information. Ilikuwa ni sehemu nzuri ya kuweza kukusanya habari. And to ask any question. Na kuuliza swali lolote lile. Rahab's house was an ideal location for a quick escape also. Nyumba ya Rahabu, huyo kahaba, ilikuwa sehemu nzuri sana ya mtu kuweza kutoroka. Because it was built on a city wall. Kwa sababu ilikuwa imejengwa kando kando ya ukuta. God directed the two spies into Rahab's house. Mungu akaongoza wale wanaume wawili katika nyumba ya yule mwanamke Rahabu kahaba. Because God knew the heart of Rahab. Kwa sababu Mungu alikuwa ameshajua moyo wa Rahabu. She was a open-hearted lady. Alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa na moyo umefunguka. Though she was doing a wrong thing, she was a open-hearted lady. Ijapokuwa alikuwa anatenda matendo maovu, moyo wake ulikuwa ni sawa. God knows our hearts. Mungu anajua mioyo yetu. Everyone who is seated here, kila mmoja ambaye ameketi hapa, he understands us. Anatuelewa. He knows our beginning. Anajua mwanzo wetu. He knows our end. Na anajua mwisho wetu. God often uses people with simple faith. Mungu mara nyingi anatumia watu kwa imani ndogo to accomplish his great purpose. Kuweza kukamilisha malengo yake makubwa. So God would want to accomplish great purposes using you. Mungu anataka kukamilisha malengo makubwa kukutumia wewe. No matter the kind of past that you have lived. Haijalishi maisha yako ya zamani vile umeishi. How significant it seemed to be. Hata vile ambavyo inaonekana
kiajabu katika maisha yako. Rahab never allowed her past to keep her from the new role God had for her. Rahabu, maisha yako ya zamani hayakuweza kumzuia kuweza kutekeleza jambo alilokuwa nalo hapo mbeleni. All of us who have come to this graduation, sisi wote ambao tumekuja katika kuhitimu huu, we have our past. Tuko na maisha yetu ya zamani. We should not allow our past to prisoners. Tusiruhusu maisha yetu ya jana yatuzuie. So that we are not ready to what God wants to use us to do. Hivi kwamba tusiwe tayari kile ambacho Mungu anataka atutumie. Because God wants to use everyone who's here. Kwa sababu God wants to use you. Wakati ambapo Mungu anataka kukutumia. Now I have 4 points to bring to you. Niko na alama nne kuweza kuwaletea. The first one being, ya kwanza ikiwa, when God wants to use you, wakati ambapo Mungu anataka kukutumia, he must shut the gates of your enemies. Ni lazima shut the gates. Ni lazima aketi katika male malango ya maadui wako. He must close the gates of your enemies. Ni lazima afunge ile malango ya maadui wako. The time the spies had arrived in Jericho, wakati ambapo wale wapelelezi walifika pale Yeriko, it was late in the evening when the gates were being shut. Ilikuwa ni jioni sana wakati ambapo malango ilikuwa inafungwa. When the king of Jericho heard about the 2 men, wakati ambapo mfalme wa Yeriko alisikia juu ya hao wanaume wawili who came to their city, ambao walifika pale katika ule mji, he sent a message to Rahab. Aliweza kutuma ujumbe kwa Rahab to find out about the 2 men, kuweza kujua hali ya wanaume wawili, because their dressing was making them different from the people of Jericho. Kwa sababu kule kuvaa kwao kulikuwa tofauti kwa watu wengine. But it was late in the evening, lakini ilikuwa ni jioni kabisa, a time when the gates were being closed, wakati ambapo malango ilikuwa inafungwa. So as the king and other people of the city of Jericho, basi kama mfalme na watu wengine katika mji wa Yeriko, were preparing to come and find out the enemies who have come to spy their city, walikuwa wanajiandaa kuja kujua watu wamekuja kupeleleza mji. The gates are already closed up. Malango alikuwa ameshafungwa. The men have been hid in the upstairs. Wale wanaume wawili walikuwa wameshafichwa pale juu ya dari. In other words, they have been secure now, they are protected from their enemies. Hivi kwamba wako salama, sasa hawezi kushikwa na maadui. When God wants to use you, wakati ambapo Mungu anataka kukutumia, he will shut the gates of your enemies. Atafunga malango ya maadui wako. They will want to come on your way, wanataka kuja njiani kwako, but God will cross them outside. Lakini Mungu atawafungia nje. They will never get to where you are. Hawatakufikia mahali ulipo. You can remember the time when Peter was put in prison. Unakumbuka wakati ambapo Petro aliwekwa gerezani. And the church gathered together according to Acts chapter 12 verse number 1. Na kanisa likakusanyika pamoja kulingana na kitabu cha Matendo sura 12. They were praying that Peter may be released. Walikuwa naomba hivi kwamba Petro aachiliwe. Before the feast of the Passover. Ilikuwa ni wakati wa sherehe ya Pasaka. Because James has been killed. Kwa sababu Yakobo alikuwa ameuawa. And it pleased the authorities of the time. Na iliweza kuwafurahisha wale wakuu wakati huo. To arrest Peter and kill him after the Passover feast. Kuweza kumshika Peter na kumua baada ya Pasaka. But the church gathered together in Mary's house. Lakini kanisa likakusanyika pamoja kwa nyumba ya Maria. And they were praying for Peter. Na walikuwa naomba kwa ajili ya Petro. They were trusting God to release his servant. Walikuwa mtumaini Mungu amwachilie mtumishi wake. And the angel of the church, na yule malaika wa kanisa, was asked by God, akaulizwa na Mungu, what is the church praying for? Je, ili kanisa linaombea nini? And the angel answered, na yule malaika akajibu, they want their Christian minister released from prison. Wanataka yule Mkristo mhuduma wao achiliwe kutoka gerezani. And God said to the angel, na Mungu akasema kwa malaika, go and do it as they have asked. Enda ufanye vile wameuliza. And the angel comes to the prison. Na yule malaika akaja pale kwa gereza. He slaps Peter on the side. Akamshika Petro ubafuni mwake. He removes the chain from his hand. Akaondoa mnyororo kutoka mikono yake. And he opens the doors and takes them to the next room. Na akafungua milango
akampeleka kwa sehemu nyingine. He also opened the next one and takes them to the other side. Akafungua milango akampeleka sehemu nyingine. He took him outside. Akampeleka nje. This was the prayer of the church. Haya ndio alikuwa maombi ya kanisa. When the enemies of Peter were rising against him, wakati maadui wa Petro walikuwa wanainuka kinyume chake, the doors were closed for Peter. Milango ilifungwa kwa ajili ya Petro. God will want to use every one of us. Mungu angependa kutumia kila mmoja wetu. And he will close the doors of your enemies. Na atafunga milango ya maadui wako. There are several enemies who are rising against you. Kuna maadui wengi wanainuka kinyume chako. The Lord is crossing them out this time. Na Mungu anawafungia nje wakati huu. They will never reach you. Hawatakufikia. They will never get to where you are. Hawatafika mahali ulipo. Because God wants to use you. Kwa sababu maana Mungu anataka kukutumia. God is in the business. Mungu yuko katika biashara of separating people ya kuwatenganisha watu that he will want to use. ambao angependa kutumia. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, you are the vessel of God. Wewe ni chombo cha Mungu. God has chosen you. Mungu amekuchagua. You remember the time of prophet Elijah? Unakumbuka nyakati cha nabii Elia? God used prophet Elijah to prophesy. Mungu alimtumia nabii Elia kuweza kutabiri that it will not rain for 3.5 years. Ya kwamba itanyesha kwa miaka 3.5. And God uses ravens to search the gates of anger. Na Mungu akutumia ndege wa angani kuweza kumtumikia mtumishi wake. So they ministered to him food and meat. Basi wakamhudumia kupitia kwa nyama na vyakula vingine. The prophet never suffered from anger. Yule nabii hakuweza kuteseka kutoka kwa njaa. Because the gates of anger were closed off. Kwa sababu ile milango ya njaa ilifungwa. God will want to use me. Mungu angependa kunitumia. God will want to use you. Mungu angependa kukutumia. God will want to use us. Mungu angependa kututumia sisi. Now to the graduates. Na sasa kwa wale ambao wanakuhitimu. That you are graduating today. Ambao mnahitimu siku ya leo. You have been under the preparation in ministry. Mmekuwa chini ya uandalizi kwa huduma. Sitting under the feet of the Holy Spirit. Mkikaa chini ya miguu ya Roho Mtakatifu. You have been taught, you have been sharpened. Mweza kufunzwa, mmenolewa. Bible says iron sharpens iron. Biblia inasema kwamba chuma unoa chuma. And man sharpens the countenance of another. Na mwanaume ananoa mwanaume mwingine. This great man here you see. Hao watu wakuu hapa mnawaona. They have been sharpening you every day. Wamekuwa kiwanoa kila siku. For these 2 or 3.5 years. Kwa miaka 2.5. Sharpening you. Wakiwanoa. Preparing you to get ready for the service out there. Wakiwaandaa mkiwa tayari kwa huduma kule nje. The world is waiting for you. Ulimwengu unawangojea. People are dying in sin. Watu wanakufa kwa dhambi. But God has chosen you to go there and reach them. Lakini Mungu amekuchagua uende pale wafikie. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Point number 2. Alama ya 3. The history God has given you. Historia ambayo Mungu amekupatia. Will make people live. Itaacha watu waishi in terror. Katika hali ya uoga. You know when Rahab had taken this man up to the upstairs. Unajua Rahabu alipochukua wanaume wawili pale chumba cha juu. If you read verse 8 to 11. Unaposoma mstari wa 8 kuelekea mstari wa 11. Listen to what the Herod is saying. Sikiza kila ambacho Kahaba anasema. We know that God has given you the city of Jericho. Tunajua kwamba Mungu amewapa mji wa Yeriko. Swear to me that ahidi kwangu ya kwamba when you are coming to destroy the city of Jericho, mtakapokuja kuangamiza mji wa Yeriko, you will not kill me, hamtaniua, nor my sisters, wala dada zangu, my brothers and my parents, ndugu zangu na wazazi wangu. You know when this lady was a sex worker, unaona huyu dada alipokuwa mfanya biashara wa ngono. As I said earlier, niposema hapo mbeleni, she was happy to receive 2 customers at a go. Alikuwa na furaha kupokea wateja wawili mara moja. But when she listened to the 2 men, aliposikiza kwa watu wawili, none of them was talking about sex. Hakuna yote aliongea juu ya ngono. They were sharing God's word. Walikuwa wanashiriki neno la Mungu. They preached to her.
Wakaongea. They said about the promises of God. Wakaongea juu ya ahadi za Mungu. And you know she was changing as the word of God was getting into her. Unajua alikuwa anabadilika, neno la Mungu lilikuwa linaingia ndani yake. The spirit of prostitution was coming out of her. Roho wa ukahaba ulikuwa unatoka ndani yake. She is becoming a child of God as they continue to share God's word. Alikuwa anaendelea kuwa mtoto wa Mungu walipokuwa anaendelea kushiriki neno la Mungu. Later on she is a child of God. Baadaye akawa mtoto wa Mungu. She has begun to intercede for her family. Akaanza kuombea familia yake. That make sure that when you are coming to take over the city, hakikisha mnapokuja kuangamiza mji, preserve my father and my mother, muhifadhi mama yangu na baba yangu, preserve my brothers and my sisters, muhifadhi dada zangu na ndugu zangu. I want you to know today, nataka mjue siku ya leo, when God has called you, wakati Mungu amekuita, you the first people you want to begin to pray for, watu wa kwanza unastahili kuombea, are the people of your family. Ni watu wa familia yako. Rahab has already become a Christian. Sasa amekuwa Christian. She is interceding for the members of the family. Anaombea watu wa familia yake. And the graduates who are graduating today. Na wale ambao mnahitimu siku ya leo. Ministry begins from home. Huduma yenu unaanzia nyumbani kwenu. From your mother and your father. Kutoka kwa mama yako na baba yako. Your brothers and your sisters. Ndugu zako na dada zako. Your neighborhood. Majirani. The Bible says when the Holy Spirit shall come upon you, nasema wakati Roho Mtakatifu atakapowajilia, you will receive power. Mtapokea nguvu. Then you become witnesses. Na mtakuwa mashahidi. From Jerusalem. Kutoka Yerusalemu. Jerusalem is your home. Yerusalemu ni nyumbani kwenu. Your relatives. Jamaa zako. Your neighborhood. Jamaa zako. Then you get to the marketplace. Unapoingia sokoni. Then you go everywhere in every situation. Unaenda kila mahali. Taking the gospel that saves men. Ukichukua ufalme wa kuokoa watu. Here you are today. Hapo ulipo leo. Now what God will do, kila ambacho Mungu atafanya, will make people to marvel about your life. Atafanya watu washangae juu ya maisha yako. Your history is changing. Historia yako inabadilika. The life you lived before, maisha uliishi hapo mbeleni, God will gonna use you in a great way. Mungu ataenda kukutumia katika njia ya kipekee. Many people will get saved. Watu wengi wataokolewa. Others will be healed. Wengine wataponywa. Others will be delivered. Wengine watakombolewa. They will be set free. Watawekwa huru. For God will change your financial status. Mungu atabadilisha hali yako ya kipesa. And you will rise up. Na utainuka. Those of you who are not driving today, wale ambao waendeshi gari leo, tomorrow when you remain faithful to the promises of God, kesho wakati ambapo utakuwa mwaminifu kwa ahadi za Mungu, God will bless you. Mungu atakubariki. Some of you will go even to the United States. Wengi wenu mtaenda Marekani. You will go to Canada. Mtaenda kule Canada. Some will go to South Africa. Mtaenda Afrika ya Kusini. Some will go to UK. Wengine mtaenda kule and other parts of the world. Na sehemu zingine za ulimwengu. If you remain faithful to the promises of God. So when people will be looking at you, wakati ambapo watu watakuangalia, they will marvel of the working hand of God in your life. Watashangaa kwa ajili ya mkono wa Mungu na ufanya kazi juu ya maisha yako. Your history is changing. Historia yako inabadilika. Your history is changing. Historia yako inabadilika. Point number 3. Alama ya 3. Jesus guaranteed himself for your safety. Mungu yeye mwenyewe anakuhakikishia usalama wako. If you read chapter 2 verse number 12 to 14, unaposoma sura yake ya 2 mstari wa 10 Joshua chapter 2 verse number 12 to 14. Joshua 2:12 mpaka 14. Jesus guaranteed himself for your safety. Yesu yeye mwenyewe anakuhakikishia usalama wako. You know how they replied to Rahab. Unajua jinsi vile ambavyo walivyomuitikia Rahabu. They told her, wakamwambia Rahabu, this will happen to you, ya kwamba hiki kitendo kitakutendekea, if only you keep this one, you don't tell anyone. Iwapo tu utaliweka ili jambo kuwa siri, usimwambie yeyote. And Rahab helped them to get out of that house through a window. Na Rahabu akawasaidia hao wanaume wawili kutokea nje ya dirisha. In that window, na ilo dirisha, there was a red scarlet cord.
kulikuwa na kamba used to come down. ambapo alitumia kuteremka. This red scarlet cord Hii kamba ambayo ilikuwa ni kitani is kisafi representing the blood of Jesus, inawakilisha damu ya Yesu Kristo, which guarantees our safety. ambapo inawakilisha usalama wetu. That's why they told her, ndio maana wakamwambia, go and bring your parents to your house. enda ukawalete wazazi wako nyumbani kwako. Go and bring your brothers. And memory when we come, hivi kwamba ikaweze kuwa ni ukumbusho tunapokuja. This is the only house that will be spared. Ndio nyumba pekee itakayokuwa salama in the whole city of Jericho. Katika mji wote wa Jericho. So when you go there preaching to the people, unapoenda pale kuwahubiria watu, tell them to come to the house of God. Waambie waje katika nyumba ya Mungu. Let them come to the church. Wacha wakuje kanisani. Having given their lives to Jesus. Iwapo wamepeana maisha yao kwa Yesu. When they come to Jesus, wanapokuja kwa Yesu, this is a place of safety. Hapo ndipo mahali pa salama. This is where people are secure. Hapo ndipo mahali wako salama. Just like Rahab's house was a secure house. Kila ambavyo nyumba ya Rahabu kahaba ilikuwa salama. Because of the red scarlet cord. Kwa sababu ya kamba nyekundu. Which presented the blood of Jesus. Ambayo ilikuwa inawakilisha damu ya Yesu Kristo. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. Speaks better. Inaongea bora. Than the blood of Abel. Kuliko damu ya Abili. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. Is our security. Ni usalama wetu. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. Washes all our sins away. Inaosha dhambi zetu zote. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. Connects us to God the Father. Inatuunganisha kwa Baba Mungu. We need the blood. Tunahitaji damu. To cleanse all our sins away. Ikatakaze dhambi zetu zote. To connect us to the Father. Ikatuunganisha na Baba. For our healing. Kwa kuwa uponyaji wetu. The Bible says by the stripes of Jesus. Kwa mapigo ya Yesu. We have been healed. Tumeponywa. So the blood of Jesus, we need the blood of the Lamb of God. Tunahitaji damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo. Can you say after me the blood of Jesus? Sema baada yangu damu ya Yesu. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus has made me what I am today. Nilifanya kile nilivyo leo. The blood of Jesus damu ya Yesu has made you what you are today. Imekufanya vile ulivyo leo. Oh, praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Then point number 4 and the last one. Basi alama ya 4 na tena ya mwisho. This is found in chapter 2 of Joshua. Joshua sura yake ni ya 2. Verse 17 to 20. Mstari wa 17 mpaka 20. Jesus' blood our kingship. Jesus' blood our kingship. Damu ya Yesu Kristo ndio ufalme wetu. The blood of Jesus, as I have said, damu ya Yesu Kristo yenyewe inasema is our security. Ni usalama wetu. You remember Exodus chapter 12 verse number 23? Unakumbuka Kutoka 12 mstari wake na 23? When the angel of death came out, wakati malaika wa mauti alipotokea, and when he saw the blood on the doorposts, na alipoona damu pale katika miimo ya milango, he knew that this is the house of Israel. Akajua kwamba nyumba hii ni ya wana wa Israeli. He passed by it. Aliweza kuvuka juu yake. And he went to the house where there is no blood. Na akaenda kwa nyumba mahali ambapo hakukuwa na damu. And death happened in the same. Na kifo kikatokea hapo. But whenever there was blood, lakini mahali popote kulikuwa na damu, there was divine security. Kulikuwa na ulinzi wa kiungu. There was divine security system. Kulikuwa na ulinzi wa kiungu. The blood of Jesus, damu ya Yesu, speaks better things than the blood of Abel. Inanena mambo yaliyo bora kuliko damu ya Abili. Hebrews chapter 12 verse number 24. Waibrania 12 mstari wa 24. Our sins are cleansed away. Dhambi zetu zinaoshwa by the blood of Jesus. Kupitia kwa damu ya Yesu. According to Hebrews chapter 9 verse number 22. Kulingana na Waibrania 9:22. Bible says without the shedding of blood, nasema pasipo kumwagikaji wa damu, there is no remission of sin. Hakutakuwa ondoleo la dhambi. We are overcomers by the blood. Sisi ni washindi kupitia kwa damu. Revelation chapter 12 verse number 11. Ufunuo 12 verse number 11. Mstari wa 11. Bible says, Biblia inasema, they overcame him, walimshinda yeye, by the word of their testimony, kupitia kwa neno la ushuhuda, and by the blood of the Lamb of God. Na kupitia kwa damu ya mwana kondoo. Why then should you die prematurely? Ni kwa nini basi ufe
kabla ya wakati wako. While we have a divine security around you. Ni kwa nini uko na ulinzi wa kiungu kando yako? Why premature death? Ni kwa nini kifo cha mapema? You should not die. Haustahili kufa. There is what you are supposed to accomplish. Kuna kila ambacho unastahili kukamilisha. You are very flesh. Wewe bado ni mchanga. God will give you 20, 40 years. Mungu atakupatia miaka 20, 40 to serve him in ministry. Kuweza kumtumikia katika huduma. Because by the grace of God I have been in ministry for the last 40 years. Kwa sababu kwa huduma wa Mungu amekuwa kwa huduma kwa neema amekuwa kwa huduma kwa miaka 40. And I'm still on. Na bado anaendelea. And our graduates, na wala mnahitimu, God will give you more strength to serve him. Mungu atawapatia nguvu zaidi mumtumikie. If you have realized the area that God will use you. Kama umetambua sehemu ambapo Mungu anakutumia. Find out the people who understand most. Tafuta watu ambao wanaelewa zaidi. Sit down with them. Kaa chini nao. Plan on how to accomplish what God has called you to do. Panga jinsi vile ambavyo unataka ukamilishe kila ambacho Mungu anataka ukamilishe. You see these houses. Unaona hizi nyumba. Someone had built them in the mind. Kuna mtu alikuwa ameshajenga katika mawazo yake. But he called a professional. Lakini akaita wale watu ambao ni wa kitaalamu kabisa. An architect. Wale watu ambao ni wajenzi wa nyumba. And they said, I want a 3-bedroom house. Na akasema nataka nyumba ya vyumba 3 vya kulala. And the architect had to do a bit of quantity. Na wale wajenzi walikuwa wanafanya kazi ya kitaaluma. And they told him, na akamwambia, this is the much that a 3-bedroom house will take. Hii nyumba ya vyumba 3 vya kulala itagharimu pesa hii. Now, which areas God called you to do? Basi ni sehemu gani ambayo Mungu amekuita ufanye kazi? Some of you are pastors. Wengi wenu ni wachungaji. Some are evangelists. Wengine ni wainjilisti. Some are teachers. Wengi wenu ni walimu. Some are prophets. Na wengine ni manabii. Some are apostles. Na wengine ni mitume. And some with the helping ministry. Na wengine mko na huduma ya kusaidia. God can call somebody to help another ministry to stand. Mungu anaweza kuita mtu akusaidia huduma ya kusimama. It is high time that you discover the area God called you to do. Wakati umefika kutambua sehemu ambapo Mungu amekuita kuweza kutumika. Don't live like an orphan when you go out there. Usiishi kama yatima wakati ambapo Mungu amekuita uende kule nje. Get a mentor. Hebu pata mtu wa kukushauri. A spiritual father or a mother. Babako wa kiroho ama mama. Then walk with this woman or lady or man. Basi tembea na huyu mwanamke ama mwanaume. You will accomplish quickly what God has called you when you have a mentor. Utakamilisha mengi yale ambao Mungu ametaka kukamilisha wakati uko na mshauri. That's why Jesus said, ndio maana Yesu akasema, I am going to the Father. Naenda kwa Baba. But I will not leave you as orphans. Lakini sitawaacha kama yatima. I will ask the Father to send you a helpmate. Nitamuuliza Baba awatumie msaidizi. The Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Who came on the 50th day. Ambaye alikuja siku ya 5. And everyone who was in the upper room. Na kila mmoja aliyekuwa katika chumba cha juu. Received the gift of the Holy Spirit. Akapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. As an enablement for ministry. Yani ilikuwa ni uwezeshaji katika huduma. You will not make it on your own, my brother, my sister. Hautaweza peke yako ndugu yangu, dada yangu. But by the enablement of the ministry of the Holy Spirit. Lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. We will do it. Tutaufanya. It is not by mighty. Sio kwa uwezo. Nor by power. Sio kwa nguvu. But by my spirit says the Lord. Lakini kupitia kwa Roho wangu Mtakatifu so the Lord will go with you. Basi Bwana ataenda na nyinyi. The 21st century minister. Wahudumu wa karne 21 is a praying minister. Ni mhuduma wa maombi. Is a minister of the word. Ni mhuduma wa neno. Don't preach anything else apart from the word of God. Usilete jambo lolote lile isipokuwa neno la Mungu. Don't mix up people with the doctrines which come from outside. Usichanganye mambo mengine, mafunzo mengine upotovu. Don't build doctrines on which are not doctrines. Usijenge mafundisho ambayo sio mafundisho ya ukweli. Preach only the word. Wewe hubiri tu neno. And God will follow it with signs and wonders. Na Mungu atafuata pamoja na ishara na miujiza. And they will lift your ministry. Na atainua huduma yako. They will bless your ministry. Atabariki huduma yako. And they will use you. Atakutumia. Because he's using for anyone who is available. Kwa sababu anatumia yote yule ambaye anapatikana. And everyone who's listening to us. Na kila mmoja ambaye anatusikiza. As I finish. Napomaliza. God wants to use us
Mungu anataka kututumia. Both men and women and our young people. Waume na wake pamoja na vijana wetu. Are you available to be used of God? Je, unapatikana utumike kwa na Mungu? Are you ready to be used of God? Uko tayari kutumika na Mungu? Would you want God to use you? Na ungependa Mungu akutumike? Does not matter which church you come from. Haijalishi unatoka kanisa gani. God is not interested on that. Mungu hajalishi na mambo hayo. Whichever background that you came up from. Haijalishi unatoka msingi gani. But God is looking for a vessel. Lakini Mungu anatafuta chombo. Someone who is available. Mtu ambaye anapatikana. Someone who has separated for himself for the work of the ministry. Mtu amejitenga kwa ajili ya kazi ya Mungu. He wants to use you. Anataka kutumie. I want to stop here and maybe over prayer before I hand over the microphone. Nataka nisimamie hapa nipiane maombi kama kabla sijapiana kipaza sauti. If you are in this meeting, kama uko katika mkutano huu, you are invited to come and attend a graduation ceremony. Ulialikwa kuweza kuhudhuria sherehe hii ya kuhitimu. And you have never given your life to Jesus. Na hujapiana maisha yako kwa Yesu. You will want to give your life to Jesus today. Ungependa kupiana maisha yako kwa Yesu siku ya leo. Jesus who forgave a Herod. Yesu aliyesamehe yule kahaba is able to forgive all your sins. Anaweza pia kukusamehe dhambi zako zote. And he will throw them to the sea of forgetfulness. Na atatupa dhambi hizo zote katika bahari ya kilindini. He will never remember them anymore. Hatazikumbuka tena. Does not matter where you come from. Haijalishi mahali unatoka. But you can give your life to Jesus. Lakini unaweza pia maisha yako kwa Yesu. Jesus is calling you. Yesu anakuita. Jesus is in this meeting. Yesu yuko katika mkutano huu. Because he says where 2 or 3 people are gathered in the name of the Maana Lord. mahali wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu. There his presence is. Hapo uwepo wake upo. And his presence is all over this place. Uwepo wake upo katika mahali hapa. Before I pray, maybe you can lift up your hand. I pray for you. Kabla sijaomba unaweza kuinua mkono wako juu nikuombee. Those who will want to give their life to Jesus. Ungependa kupiana maisha yako kwa Yesu. Jesus is able to forgive all your sins. Yesu anaweza kusamehe. From this side, can I see the hands, please? Hebu kutoka mahali hapa nione mkono wako. Don't fear anybody. Usimwogope yote, inua juu. The life you have is the life of kabisa, is your own life. Inua juu ya kichwa chako. Just lift up your hand, please. Inua mkono wako juu ya kichwa chako, usiogope. Can you stand up wherever you are as I simama pray juu for mahali you? popote ulipo. From this side. Kutoka mahali hapa simama juu. Those of us who are taking care of the media. Wale ambao walikuwa wanashughulika na mambo ya utangazaji. You may be working in the media and you have never given your life to Jesus. Huenda unafanya kazi katika mambo utangazaji unapiana maisha yako kwa Yesu. You may be singing in the choir and you have never given your life to Jesus. Huenda unaimba kwa hujapiana maisha yako kwa Yesu. The greatest joy in heaven, furaha kubwa mbinguni, is when a sinner gives his life to the Lord. Ni wakati ambapo mwenye dhambi anapiana maisha yake kwa Yesu. So can we pray together now? Hebu na tuombe pamoja sasa. Wherever you are. Mahali popote ulipo. Heavenly Father, in Jesus' name, Baba wa mbinguni katika jina la Yesu. We thank you for the ministry of your word. Tunakushukuru kwa sababu ya huduma ya neno lako. Thank you for those brothers and sisters. Asante kwa sababu ya ndugu na dada who have lifted up their hands. Ambao wameinua mikono yao juu. That they are tired with sin now. Ambapo wamechoka na dhambi sasa. They are giving their life to Jesus. Wanapiana maisha yao kwa Yesu. Our security is in Jesus. Najua ulinzi wetu kwa ndani ya Yesu. Father, forgive all they have done. Baba, wasamehe yale yote wamefanya. Cleanse them by the blood of Jesus. Watakase kupitia kwa damu ya Yesu. Write their names in the books, the Lamb and the Lamb books live. Andika majina yao katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. From today, kuanzia leo, transform their lives. Yageuze maisha yao. To become vessels of honor in the house of God. Wakaweze kuwa vyombo vya heshima katika nyumba ya Bwana. Thank you, Lord, for forgiving them. Asante Bwana kwa kuwasamehe. We also remember those who are feeling unwell. Na hata pia tunawaambia wale ambao wasikii vizuri. You are Jehovah Rapha. Wewe ni Yehova Rafa. The Lord our healer. Wewe ni Bwana mponyaji wetu. Touch them wherever they waguze mahali popote walipo. From the crowns of their hearts. Kutoka juu ya vichwa vyao. To the soles of their feet. Mpaka chini ya nyayo miguu yao. And even those who are watching us. Hata wale ambao wanatutazama. They are at home, some are in the hospital. Wako manyumbani, wengine wako hospitalini. Touch them now. Waguze sasa. With the touch of Jesus. Na mguzo wa Yesu. And heal them, Lord. Waponye we Bwana. Deliver them in the name of the Lord. Wakomboe katika jina la Bwana. Some are disturbed by evil spirits. Wengine wasumbuliwa na mapepo wachafu. And demons. Na mashetani. Touch them and release them, set them free. Waguze, waweke huru Bwana. We thank you and we bless you. Tunakushukuru na tunakubariki.
tunakubariki. We give you all the glory and all the honor. Tunakupatia heshima zote na utukufu. Because we pray in Jesus' name. Ayo tunaomba katika jina la Yesu. Everybody say amen. Na kila mmoja aseme amen. Say amen. Put your two hands Amen. together for Weka mkono Jesus. pamoja kwa Yesu. Thank you so much. Amen. Thank you, Daktari. We appreciate and may God bless you. Graduates, get ready to get your certificates. But before that, I'll go back to media. Nyajai, you read us. Continue reading us. Thank you. Asante kwa neno nzuri ambalo tumeweza kupokea. Kabla wanaofuzu, najua kuna jina nzuri la Kiswahili wanatumia, lakini wakati mwingine wala wajalielewa utasema ni matusi. Wanaitwa maafala, si ndio? Maafala, si mafala, ni maafala. Tunataka tufanye press briefing kwa dakika ambazo hazitazidi 10. Kisha turudi tuweze kupokezwa vyeti vyetu. Sasa the graduates ningependa muweze kuja hivi, lakini wale media kwa sababu wanafanya hii press briefing, ningependa wajitambulishe tu jina tu na your media house you're working for before you just we do this press briefing. Kindly, wale ndugu zetu tumekuja nao kutoka kwa vituo mbalimbali vya utangazaji, introduce yourself na kituo unachofanyia kazi. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Josephat Amisi, nafanya na Ndizi TV. Hamjamboni. Kwa majina naitwa Wycliffe Orenge, nafanya na Seito FM 100.3. Thank you. Jina langu ni Eric Maube, nafanya na Voice of Victory Radio and TV 96.4 FM. I'm Jafet Indubi, Mint FM 101.7. I'm Robert Ochoro, I report for naitwa Musa Maranga from KBC. Asanteni wanafunzi, kaeni nyuma, walimu songeni mbele tafadhali kwa muda kiasi. Wanafunzi mnaelewa? Okay. Watu wa kamera mtatupanga. Are they here? Okay. Wako sawa hapa. Sawa. Na kuna mwenye kujitambulisha hapo katikati. Mpatie microphone ajitambulishe mwenye ako na kamera. Na kuna mwingine huko nyuma ameketi kwa mitambo. Anaweza jitambulisha pia. Naitwa Joseph Oboge, Radio Vuna. Huyu hapo kwa kamera. Naitwa Mugaka Wycliffe from Radio Vuna. Asante. Na mimi naitwa Bro Bright, Head of Radio and Programming, Radio Vuna 102.0 FM. So I begin. Which language do you want us to use, Kiswahili or English?
sore kegusi. Okay. Kwa majina yangu naitwa Kwa majina yangu naitwa Dr. Samuel Mogire. Mimi ni mgeni mwalikwa hapa. Nimekuja kuhubiri katika graduation ya siku ya leo. Nazungumzia umuhimu wa kupata mafunzo. Kama watu wetu wanaweza kupata mafunzo, vijana na watu wazima, na mafunzo hasa ya neno la Mungu, kwa sababu hii ndio imetuleta hapa siku ya leo, tutaebuka yale mengine mengi ambaye yamekuwa matukio, hasa kama haya ya Sakahora tunaona saa hii, ni kwa sababu yamekosa mafunzo. Tunaita ile spiritual extremism, kwa sababu hakuna mahali Biblia inasema tuombe paka tukufe tumuone Mungu, lakini kuomba na kufunga ni kibibilia. Sasa kuingia ndani sana ni kukosa mafunzo. Tunaita vijana wetu na watu wengi wale wanataka kusoma, wamama na wazee, wakuja wasomee neno la Bwana. Bwana kawasaidie waelewe, wamtumikie Mungu katika kuelewa. Sababu Mungu ni Mungu wa utaratibu, and is a God of order. Tukimtumikia namna hiyo, basi tutaibuka machanga mengi na mambo mengine mabaya. Na kanisa la Bwana litasonga mbele kwa sababu limepata watu ambaye wako na taaluma ambaye wamejifunzia. Asante sana. Bishop Albert Undieki Okea, wakati mwingine najulikana kama Musiria. Kila ambacho nitakachosema ni kwamba mafunzo ni mazuri sana kwa kila eneo ama idara yoyote. Wajenzi, ili nyumba ichengwe vyema, wanahitaji wale wamesomea juu ya ujenzi. Na neno la Bwana, ili mwili wa Yesu Kristo uchengwe vyema, ni kutokana na wale ambaye wamesomea juu ya neno la Mungu na juu ya ujenzi wa mwili wa Yesu Kristo. Kwa hivyo mahali popote wapendwa mlipo, ninawakaribisha. Hebu jiunge na vio vya kusomea Biblia ili tujue kabisa jinsi ya kuunda ama kuchenga mwili wa Yesu Kristo. Mambo ya Sakahora ni imetokea maana kulikosa kabisa wale ufahamu wa ujenzi wa mwili wa Yesu Kristo. Kwa hivyo Bwana wabariki, tunawakaribisha sana katika shule yetu hii ya Shepherd's Bible Institute ili tukapate kusemesana, tujue jinsi ya kuendelea na kutenda kazi ya Bwana. Thank you. May God bless you greatly. Tigango nkwaneiga. Keregento asenseye. Oboremi igabutagete baria basomerete oboremi erinde oboremi bobuya. Naboigo n'abalimu erinde kisemi kibe kingiya yetageta abalimu bali basomerete obwalimu erinde ministry ya obwalimu ekorega asibiya. Naboigo noe n'abagachi ekero mokoyunga nyomba chiagura asegete na sengencho oba bali bagachete balemeretu n'ekisemi ky'obwagachi. Naboigo nasomo bero Kristo Yesu kuagachwa igega neiri abantu basomere igoro yo kuagacha omobero Yesu Kristo. Igoro yokoba omubasta, yokoba omuinjilisti, yokoba omutomwa, gusoma orokia bw'ering'ana lya Nyasaye. Erinde Nyasaye atoimo kwanchire kogenda asa amasomo. Gonare kugani gosaba iga abasaye baminto, abagaka, abang'ina, bande bonse gochibosia monto tari raisi gochigokore egasi ya Nyasaye onye tachietie sukuru. Soe sukuru, soma, erinde Nyasaye anyare kubaimukira igoro. Thank you. Hallelujah. Mimi naitwa Bishop Dr. Charles Omari Onchaga
wa kanisa la Spiritual Gospel Assembly Church. Ni nashukuru sana kwa ajili ya masomo. The Bible says study to show yourself approved. Lazima watu tusome ndio tujulikane tofauti ya aliyesoma na yule aliyesoma. Sasa naongelea kuhusu mambo ya demonstrations iliyofanyika Gusii yote ambayo haijawahi kufanyika hata siku moja. Ile sio roho ya Mungu. Ile sio roho ya kiungu. Ile sio roho ya Mkisii. Nataka niseme hivyo kwa sababu hiyo yale mambo yalitendeka, there was a hand, kulikuwa na mkono nyuma ya yale mambo ambayo ulikuwa umefichika. Maybe watu wa nje watafikiria ni Wakisii peke yao walikuwa wanafanya yale mambo. Kulikuwa na mkono uliokuwa unataka kuharibu sura, watu investors wakapata kutoroka na nchi yetu ikapata kubaki mahame. Tunajua mambo yaliyotendeka 2007 2008, kuna town mpaka leo hii zimebaki mahame kwa sababu watu wanaogopa kukaa mahali pale kwa mambo yaliyofanyika pale. Naomba ya kwamba sisi kama Wakristo, sisi kama Wakisii, tusirudie kufanya yale mambo, kudemonstrate hiyo sio kiungu. Kuna wakati njaa ilikuwa katika dunia, kiangazi ikakuja kwa miaka 3.5 na Mungu akaambia Isaka, katika kiangazi hiki wewe panda. Isaka akapanda na akapata kufuna zaidi. Kwa hivyo sio njaa, sio kukosea ama kukosa kwa vitu kitafanya watu waandamane ndio mambo maybe yabadilike. Ni kumtumainia Mungu ili Mungu asaidie nchi yetu. Wakisii abagusiba minto tito Isaka genda kuandamana kusalira Gusii lieta abantu bachire ko kori biasara gusiba gotama ntoko nyara kugurana intutweka na konera intutweka ntotake tabaga ni bache etauni itegale na boigo Nyasaye asese ni Gusii asego sese ni Gusana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina ni Beatrice Nyamoita Anunda. Mimi kama leader, women leader, nimeona vizuri sana kujiunga na hiki kikundi cha wamama ambao tumejitokeza kuwa leaders in society. A leader who knows what to do at which time and at which point you should intervene and save our women. A leader who knows that a mother has to be strengthened at what particular time. Now, nimeshukuru sana kwa sababu ya kupewa nafasi hii. Nikajiunga, nimesoma, nimehitimu leo hii. Kawa sijapewa hicho cheti bado, lakini nimehitimu. Ninatoka nje kujitokeza kuambia wamama it's the right time to wake up and know the society is upon us, is only looking unto us as women. We should be leaders from the house unto the world, unto outside village, unto the world. God bless you. And then our fellow college mates, we have gone out. Let us be exemplary. Thank you. Basi kwa majina ni Elijah Osiemo, mwanzilishi wa Georgia Servants katika maeneo haya ya Ugembo, Tendere. Namshukuru Mungu maana yeye amekuwa mwaminifu. Mbali ametutoa na hata ametufikisha mahali hapa. Ujumbe wangu ni kwa wale ambao wanaotusikiza katika Radio Vuna na vyombo vingine valeto ambao tuko navyo hapa mahali hapa, na wale ambao wataenda kuyabeberusa katika televisheni, wote ambao ni wasikifu, na waomba mpate kuangalia na mpate umuhimu wa hii shule ya Servants. Pia naenda kuwapea nambari ambao mtapiga ndiposa mpate kutufikia, kwa sababu tunaendelea na usajili wa wanafunzi wapya ambao watakaojiunga na hii shule punde tu tunapomaliza hii sherehe ya leo. So nambari ya simu ambayo mtakao inakiri na iwe ndio mawasiliano kwetu ni 0724 015 545 0724 051 and 545. So mkiwa na hiyo namba mtapata kutufikia na tutapata kuwasiliana jinsi mtakavyo jisajili na jinsi tutakavyo
wahitaji mufike ndiposa tuanze kusoma tukiwa pamoja. Maana ya masomo yamekuwa ni ya manufaa kwetu, yametusaidia ule umbali yametutoa, na hata pia tuhitaji wengine pia na wao wapate kuyapata ya masomo, ndiposa society ama community ipate kuendelea ikiwa inamuogopa Mungu na kumjua Mungu. Asante na mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pia nami nashukuru sana kwa sababu ya fursa hii katika Shepherd Bible Institute. Mimi ni student president. Nimeongoza wanafunzi wenzangu miaka hii 2.5. Kwa hivyo namshukuru Mungu kwa sababu pia hawa wahubiri wenzangu ambao ni students wamenipa wakati mzuri, maana wamekuwa na faith in me. Wachafanya maandamano kunitoa wala signatures, but they have faith in me. Kwa hivyo pia nami nashukuru sana my fellow student. Pia nashukuru kwa sababu ya institute, nashukuru kwa director Raija Osiemo, ametupa wakati mzuri. Kama mimi nimekuwa mwanafunzi wa malasi, nimekuwa na lala hapa, tunakula hapa, kila kitu tunapata hapa, sabuni, everything, chochote tunachohitaji. So he has been of a good help. Ametusupport sana. Na walimu wenzetu Bishop Albert, Bishop Paul Nyamweya wamekuwa msaada sana kwetu. Pia bila kumsahau mama yetu ambaye ni Kalen, ndiye amekuwa anatupikia, na nawashukuru the subordinate staff ambao wamekuwa wanashughulika kwa sababu ya chakula. Wacha Bwana Yesu awabariki sana. Kwa hivyo ninawahimiza wahubiri, watumishi ambao wanakuwa sasa, ni vizuri kuwa katika Bible school. Kama kwa mfano mimi nimesoma hapa na nimeelewa how to interpret the biblical messages. Nimeelewa kwamba mahali Biblia inanyamaza, I should be silent, not to add my own interpretation or my own mind. Kwa hivyo wacha Bwana wabariki, na tumewalika sana muingie katika Bible. Hii ni ya muhimu. God bless you. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Paul Nyamweya Nyangute. Mimi ni mchungaji pia mwalimu kwa chuo hiki. Ningependa kusema jambo kuhusu mambo ambayo yametendeka hapa kwetu hivi karibuni, wakati tulikuwa na maandamano ambayo yameathiri vitu vingi, biashara na hata uchumi. Ningependa kusema neno moja. Iwapo maandamano ni haki ya kikatiba, pia tuheshimu haki za wale wengine ambao hawaandamani. Tujunge haki za watu wengine. Iwapo maandamano ni ya fujo, hayo hayataitwa maandamano ya amani. Na pia naomba serikali yetu, nanyi muangalie wakati watu wako violent, you should intervene. Lakini kama watu wako kwa amani pia, na nyinyi msitumie, hata kama watakuwa violent, you should not be more violent and cause death. Kwa hivyo wote tujunge sheria, maaskari wetu wajunge sheria, raia wajunge sheria, na ikiwa ni vizuri watu wangekuja waketi badala ya maandamano, wale wa upinzani na wale ambao wako kwa serikali. Mambo ya kutafuta ubabe na kusema tumesema tutapitisha ama hatutapitisha, hayo mambo sio mambo ya muhimu, na wala hayatupei sura nzuri kwa mataifa mengine. We need to build ourselves internationally and locally. We need to protect our properties, starting from leaders even to community members. Kwa hivyo tusiwe watu ambao hatuna ufahamu. Wakati unaona ya kwamba mambo unafanya yanaathiri maisha ya wengine, you should resist, you should even desist from it. Unafaa kujitenga na mambo ambayo yatapoteza maisha ya watu. Uwe huko kwa mamlaka, uwe huko kwa mamlaka. Na Mungu awabariki. Na sisi kama Wakisii na wachungaji wa Kisii na viongozi wa kitaifa la Kenya, tumekanuza mambo ya uhalifu kwa mali ya watu. Dingananda kuana saba gusiba minto balimo koigwo munwo iga nigongo teba nga amang'ana arorekanire iga
ense yeito ya Kenya nige manyekanete bune ebwata abakristo asilimia 90. Yani ngenjende ngakira omonto buna torigereti nsa abantu 90 na kianda igo bare abakristo. Abakristo bwene tabatware ringana lyokoremereria ogwanchana amang'ana yabete ya maandamano nenjera akoretwe teri enjera engiya ekiagera ogoita omonto ebe noyo ogoitete omonto goetere bunduki ogosamba ebipanda bia bang'ina bakoneria chinyeni timanyeti omong'ina oyo ogosamba ebipanda biayo senere otageta onchore uchumi igo oroche nkwagacha orochumi ose ngosaria orochumi ekero ogosaria egepanda kia omong'ina oria eborie ng'oyo mama omino orenge mosubati omino orenge origererie ng'a na amayo otagete gotoretera igo gokora amaya ase ogokora amabe bogima bwa omonto mbogosira ng'erinde tonyora obogima na tiga kwebisa ase amang'ana aria abanto bakare bare goteba ng'a ng'onye gotagete omorembe bange esegi ebinto ebi ebiaetete kare bono iga onye gotagete omorembe ikaransa tokwane bia mono. Thank you. Albert Ondiki Okea Musiria. Kerangu kwanera igoro ya amaandamano. Yani ekero morembe otaiyo ebinto nigo bigosareka. Na kinare gosabira ng'a omogavano ito Simba Arati no mojumbe o South Mugirango Silvano Siosoro bachamo bakwane bunerio gierimo ekiagera okwemurungani kwabo kwabaganire abantu bagusi koba chinyomba ibere na seng'encheyo nonye na maandamano ayakoba okotachabo kwambamo no komo gokoreta amaandamano bunari igo bono intubu n'abarayi b'ekikanisa iya togosaba omorembe tiga mbaso akorwana osoro tiga understanding bono iga omonto ore governor in Simba Arati nere Simba Arati amanyenga omo oyo osoro no mugambi bwa orogongo rwa South Mugirango nando ochorire asoko be chief whip ali national government bonsi na abantu bagokorera abantu abagokorera tibabasega basoe kurwana omorembe otigare kobakisi na amang'ana ya amaandamano namaya ekerago korwa amono morembe lakini abaibi no bagwetera ebibago no bigwetera byakora amang'ana abamabe so nare gusabanga amaandamano ayaba munabono narwa orocho morero nye gogo utepara wa utetaracha igoro etaracheye mambi nkobunekere oroche no morembe ekwarosia gose gwatagora bunoyo minta kwana ebiye osiki wasamba paka nebintu byabande byo monto sabeteroni byarengeme bona maandamano aya ninkiakonya tebango tema tunyare kubwaterana ebintu ebinge tutige gosalirania yani omorembe mbuya mono. Right, sasa tutarudi ili tuendelee na sherehe jinsi imeandaliwa. Bado tuko live ndani ya Vuna TV na Radio Vuna 102.0 FM. Wakati narejesha kwa the main dais, mtuongoze kwa sehemu ambayo imesalia. Basi wakati sasa tunaingia kipindi cha mwisho, ningeomba kama tungekuwa na muimbaji ili wengine wakijipanga. Charity uko hapa? Charity, weka ile wimbo hii umetoa chusi kabisa, alafu ndio tusikie wengine tukijipanga.
wakati utaitwa kama wewe ni graduate na mke wako unakuja na yeye, au mume unakuja na yeye, mnapigwa picha zingine mtapigwa baada ya kumaliza. Naelewa vyema ya kwamba wakati umepewa cheti unakaa, lakini baada ya kumaliza mtakuja hapa tupiwe picha ile ya watu wale ambao wamegura cheti na walimu na walioalikwa, alafu baadaye tutawaacha mwende mpiwe picha na wengine. Na pia wakati wa mankuli mtaambiwa immediately, tukipiga picha hapa watu wataanza kwenda kwa mankuli, lakini graduates na wale walimu na wale waalikwa mtaingia hapo juu, ndio mahali mtapata chakula na wengine mtaelekezwa. So weka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asama leta buna moi gure Charity Mora. Ninche mamu mwabo Gloria. Ngochi ko bareka ndogo tera koma Moses niwe. Maneno ya watu yasikufanye ufe moyo. Mimi ninajua katika dunia hii. Mimi ninajua katika dunia hii.
Makofi mazuri kwake. Asante sana, atakuwa akimaliza hapo baadaye. Sasa tunataka turudi moja kwa moja kwa main dais tunapo wanaposoma majina ya wale ambao wanafuzu rasmi kabisa na wanapopokezwa vyeti vyao. Najua kuna wale ambao wako na maua, anapokuja mbele wakati amesomwa, kuja na maua yako, mwekee kama ni kwa shingo, mnapiga tu picha, wapiga picha wako kule Radio Vuna inapiga picha tu, utakuwa ukizipata baadaye, kwa hivyo usije ukashughulika sana na picha. Sasa narudisha moja kwa moja kwa main dais unapotuelekeza jina baada ya lingine. Basi ninashukuru sana Radio Vuna kwa ajili ya kufanya mkutano huu kuwa na nguvu kabisa. Mbarikiwe, mbarikiwe. Haleluya. Sasa ninaleta mgeni wetu wa heshima akasome hotuba ya mwanzilishi, alafu ndugu yetu Paul anaanza kwa kutuitia majina ya ukiitwa unakuja vile nilivyosema. Kwa hivyo ndugu, karibu katika jina la Yesu Kristo. Asanteni tena kwa nafasi nimepewa nyingine nikaweza kuleta hotuba wa mwanzilishi wa chuo hiki ambaye ni Scott and Brenda. Wameandika mambo yao kwa Kiingereza, nitasoma kwa Kiingereza. Na naanza. Challenge message to our graduates in 1 Timothy chapter 6 verse number 11 through number 14. The Apostle Paul addresses his son in the faith, Timothy, as a man of God. It is both a tremendous privilege and responsibility to be called a man of God. No other person in the New Testament is given that title. It is used to identify Timothy both here 70 times in the Holy Testament, where it is used to describe someone who is set apart by God, uniquely called and gifted by God to speak his word. In giving instruction to Timothy, here is 1 Timothy chapter 6, verse number 11 to 14. Paul's charge to this man of God consists of 4 commands that every man or a woman of God could do well to remember and put into practice in the ministry of feeding and leading Christ's church. First of all, the man of God is to flee from certain things, which are namely from false doctrine, and from those who teach false doctrine, and from those who are in ministry solely for the purpose of making money. Men and women, free from those who pervert and distort the clear teaching of Scripture, which is sound doctrine, for the sake of personal advancement and financial gain. Second, the man of God is to follow or pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness. The righteous Paul is describing is not the positional righteousness by which God declares us righteous in Christ, our justification, but the practical righteousness that is the result of saving faith. Servants of God pursue those things in life that are right and true in the sight of God in terms of your thoughts, attitudes, speech, and behavior. Godliness has to do with our character, who we are on the inside, in our hearts, right thinking, right speaking, and right living is simply the fruit of a right attitude. Faith in this context means loyalty or fidelity to the Lord. It could be translated faithfulness. The servant of God could demonstrate a confident trust in God for everything, resulting in total dependency upon God's power and God's provision, a total commitment to God's purpose and plan. Love refers to the divining characteristic
of a man or a woman of God. Love for God and love for others. Perseverance is the ability to keep going no matter what, to remain faithful in ministry, despite hardship or disappointment or persecution. Gentleness requires the servant of God to possess a spirit of humility, to think of others first, and to think of himself or herself last. These are the things that you, as a servant leader of Christ's church, are to follow or pursue. Thirdly, the man of God is to fight for something, specifically the faith. This fight is a good fight, a noble fight, a necessary fight as God's servant. Understands that he is engaged in active warfare against the kingdom of darkness. Graduates, prepare for battle. Fight for the faith once for all, delivered to the saints. Waging war against the enemy, the father of lies, the devil, and those who seek to promote his destructive doctrine in the world. Those are called false teachers. Fight against sin, expose and refuting it through sound preaching, teaching, and through godly living. Finally, the man of God is to be faithful, to keep the commandment until the appearing of our Lord Jesus Christ. Servant of the Most High God, be faithful to your calling as a preacher, a teacher, a shepherd of Christ's flock until he comes again. Proclaim the truth boldly and unashamedly. Live your life as an example to others of humility and Christ-like love. Be faithful unto death. If you are, you will, like Paul, receive the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will reward to all who have loved his appearing. According to 2 Timothy chapter 4, verse number 8. Men and women of God, may the Lord of the church bless you mightily as you go forth to serve him. This is from Scott and Brenda. Thank you very much. Basi Asanteni sana kwa uchumbe wa mwalimu mkuu wetu. Tungependa wote wengine tusimame kuheshimu hao watoto wetu ambao wanaenda kuanza kutembea leo. Tuwaheshimu kwa pendi. Tuwaheshimu, ni watoto wetu.
Asanteni. Asanteni sana. Asanteni. Thank you. Asanteni. Asanteni. Haya, tupige makofi pamoja nao. Yes, you can sit. Now we begin presentation of certificates. Now we need your tone to be lower. We begin by Lynette Biaki Joel. If your pastor is around, your spouse, you are welcome. But don't crowd here for photographs. You just take one photo, no crowding here. I think Aya Santeni, the one that follow is Beatrice Nyamoita Anunda. Beatrice Nyamoita Anunda. Please clear the dais. Yes. Those who receive, wait until we finish, then you get your photograph with your friends. Maoga mobe tobe kere abasani baito abaminto ekero twakolire. Sofia Kenyanya Kerubo. Followed by Beatrice Mokeira Ongera. Try to move faster. Even though it is your day. Na wale ambao muko kwa hema, tafadhali tutulie, tusikizane. Mambo ya maua baadaye. Kama ni bwana yake ama mke wako, mpiwe picha mmoja tu. Singine mtapiga pale nje. Followed by, yes, followed by, stay. Wale watoto wako na simu, tafadhali msonge kando, wapo cameramen wanapiga picha. Mwingine Okay. vichangu kweli. Followed by Apio Patricia, our sister from Uganda. Apio Patricia. Followed by okay. Followed by Okureje Benjamin Olinga, our brother from Uganda. Obed Nabara Obed Everest from Tanzania. Followed by Victor Ayecha Okero. Then followed by Wycliffe Ondieki Anar. Onchaba Anton Kennedy Ogendi.
Onchaba Anton Ogendi. Followed by Joseph Taki. Maya Okemwa. Followed by Benjamin Onsando Nyamwaro. Maya Okemwa. Benjamin Onsando Nyamwaro. Followed by Andrew Oino Nyakoi. Andrew Oino Nyakoi. Wilfred Abunda Nyangwara. Wilfred Abunda Nyangwara. Henry Nyabuto Ontweka. Followed by Albert Kinaro Atandi. Albert Kinaro Atandi. My son. Where is this son? You come by running. Yes. Thank you very much. Albert Kinaro Atandi. There is somebody here who was, I don't know, was forgotten or it was deliberate. Stella Nyaboke Nyamweya. Come with your spouse and receive your certificate. Wacha tuwapigie makofi mazuri the graduates abanginanga yebi chuline bi riatobire. Abangina baraba ko iriate kerenga kiyoga serugo kokor. Basi Stera Nyamweya, wapigie makofi jameni. Basi all the graduates kuja hapa. Wanakuja wako maridadi tu vizuri from Shepherd's Bible Institute. Na kama jina lako alikusoma basi ujue ulirepeat. Ulianguka mtihani ya director. Basi kuna wale ambaye tulisema ya kwamba katika kanisa yani shuleni kuna yale ambaye tunayo angalia. Kama sasa naomba ndugu Richa akapate kukabidi mwanafunzi ambaye ni raisi wa wanafunzi ndugu yetu Victor Yecha zawadi hii kwa kazi njema ambaye amefanya. Mpigie makofi anapomkabidi. Naomba ndugu yetu Nyamweya ache na mkabidi ndugu yetu Pastor Maya Okemwa zawadi hii. Mpigie makofi. Naomba ndugu yetu Daktari Mogire ache amkabidi dada yetu Beatrice Ongera. Inua mkono juu ndiye akuone maana akujui. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo hiyo zawadi chunga sana na ujue ya kwamba hiyo ni zawadi kutoka kwa Mungu. So piga picha. Ingawa picha hii haijaonekana vizuri. Wengine watakaa kidogo. Praise the Lord. Maana kama sasa Beatrice haonekani. Wakae. Ebu tulete hiyo viti. Tulete viti.
Basi tutakapomaliza tutawaruhusu maombi ya mwisho ambayo itaombwa, na baadaye mtafanya nini? Mtapiwa picha kila mtu vile anavyotaka, na mwishowe mtafanya nini? Tutaenda katika maankuli na kila watu wale ambaye asas, mnajua vile tulivyopanga. Wanaoingia huko juu ni graduates na partners na waalikwa wajungaji. And if you are a pastor, unione ndio nikuambie ni wapi utaenda. Thank you, may God bless you. Wacha tuchukuliwe picha. Ebu simama nyinyi, ebu weka laini vizuri, songa mbele, come closer. Asanteni sana. Tunapoendelea kuchukua picha, mjue ya kwamba mtakuwa na wakati kila mmoja ataenda kuchukua picha yake pale na mwenzake na wale wamekuja nao. Kwa hivyo ningependa wenzetu wa ile band tukimaliza pia watapiga pendi, kisha baadaye tutaomba. Baada ya kuomba ndio tutaelekezwa na mwalimu wetu. Baada graduates mtasimama hivyo muelekezwe jinsi ya kuweka. Naona mmeweka kamba zenu zimeangalia upande ule mwingine, sijui nyuma. Now you need to be directed on what to do. Don't do before you are directed. Asipo watangaza, ukijitangaza utarudia mtihani. You will be referred if not okay. Basi thank you. Naamini ya kwamba picha ndugu yetu. Can you tell them what to do? Sasa mtabadilisha katika mkono wa kusoto. Hiyo ni nini yenu? Kamba. Erudi mkono wa kusoto. Kila mmoja. Kusoto. Mwikuwa mweka kusoto. Sasa weka kulia basi. Weka kulia. Kila mmoja. Asante. Na ufurahi, it's a great joy. It's your day. Sasa, can I say something? We are commissioning you now to go. The Bible says, go ye to the whole world. Hiyo ndio tutafanya. We are praying for you and we are commissioning you to go. Maneno yamesomwa, walimu wamesoma speech, umeona mwalimu wenu mkubwa. Usiende kuchiingiza kwa vitu vingine. Kwa watu wanatabiria watu kwa nyumba ambayo wanataka pesa. Ama wengine wanatumia mafuta, chumvi, nini ili kupata pesa kutoka kwa wale wanyonge. Usichiingize kwa mambo hayo. Vile umefundishwa miaka 2.5, umefundishwa upili injili kamilifu. Mengine Yesu atatimiza peke yake. Yesu anafuatilia neno lake kutimiza. Utaona ishara na miujiza ikikufuata. Hata kama unatoka Tanzania, hata kama unatoka Uganda, wherever you shall be, the eyes of your teachers and all of us who are here yatakuwa yakichunguza na kusikia. Na ukiwa unaendelea vizuri katika huduma tutajua. Na wengi wenu Mungu atawafungulia njia za kuenda ngambo, za kuenda wapi, za kufanya ukisimama kuwa mwaminifu. Nataka tukuombe. Tauliza mwenzangu hapa simame. Taomba na yeye ataomba as we commission you to go. Tuombe sasa. Our Father, in the name of Jesus, we want to thank you for this great day. Men and women of God who have been prepared here for 2.5 years, preparing for the work of the ministry. This is a great work which you have set them aside for. We want to pray for the teachers who have done a thorough work, waking up in the morning, sleeping late, Lord. Give them sufficient grace. Remember the families of the teachers
and the director, our brother Scott and Brenda, we commit them into your hands. We thank you for these brothers and sisters who received a call, who have said yes to the calling. We want now to commission them in the name of the Father, the name of the Son, the name of the Holy Spirit. May the grace of God be sufficient upon them. May the anointing of God rest upon them. Lord, take them and guide them. Order their steps. As the scripture says, you shall order their steps. Wherever they shall go, signs and wonders will be following their ministry. Cover their healthy. Give them a healthy physically, emotionally, mentally, and even above all spiritually. Guard their families. Protect each one of them. Give them financial strength, oh God. Give them good relationships. Connect them with other people who are potential to guide them, just like Paul was able to be read by Barnabas and he was able to succeed in ministry. So we speak success in your ministry. We speak victory in your ministry. We speak victory and success. We speak promotion now in the mighty name of the Lord for the glory and honor and praise of your name. Amen. Now, may I do it in Kiswahili so that we can understand all of us. Wacha tuombe na tuombe. Baba, katika jina la Mwana Yesu Kristo, Jehova, tunakushukuru kwa ajili ya wapendwa hawa. Mungu wangu, wameundika kwa sababu wamefundishwa. Mungu wangu, ulikuwa unajua kila mmoja wao kabla hajaumbwa katika tumbo ya mama yake ya kwamba atakuwa ni mtumishi wako. Leo hii imefika kelele ya wao kutumwa kwenda pale nje ili wakapate kueneza injili ya haki kwa watu wako. Jehova, naomba ukapate kuongoza na ukapate kuongoza hatua za miguu yao, ukapate kuwabariki, ukapate kuwaongoza katika kila jambo. Kila mmoja ukaachilie kipawa chako juu ya maisha yake. Atakapoenda kuhubiri hata kuwa ni yeye, bali atakuwa anaongozwa na Roho wako Mtakatifu. Ebeneza, nafunika kila mmoja wao na damu ya Yesu Kristo. Nasunguka kila mmoja wao na walako la moto, na nena baraka juu ya kila mmoja wao. Jehova, ukapata kuwalinda kutokana na majaribu ya dunia hii. Tunajua kwamba kuna mawimbi mengi yanayotumwa na dhoruba kali, lakini Baba, najua kwamba utawasimamisha, utawaongoza na utawaelekeza katika njia zako. Baba, ukapata kuwalinda, pia ukapata kuwatia nguvu kwa kila jambo. Mungu wangu, naomba ukapata kuonekana utakapo kuinua. Mungu wangu, ukapate kuokoa watu wako. Na kushukuru kwa ajili ya maisha kila mmoja wao, na kushukuru kwa ajili ya kujitolea kwao, na kushukuru kwa sababu Mungu uliwajua tangia hapo mwanzo kabla hawajaumba katika tumbo ya mama yao kwamba watakuwa ni watumishi wako. Watumie wanapoondoka, wakienda pale nje. Tunaomba kibali chako, tunaomba neema yako, tunaomba uwepo wako kaenende pamoja na wao, kama vile Musa alisema kwamba kama utaenenda na wao, na wao yeye ataondoka. Na kuomba Baba, ukapate kuondoka na kila mmoja, ili neema yako ikapata kumfunika, asionekane lakini ukapata kuonekana. Wafiche kila mmoja wao katika mapawa yako, ili Bwana wakapata kufanya kazi ile, wakapata kuwa wasaidia washindi, kwa sababu Mungu umewachagua. Wacha neema yako ni watoshe leo na hata milele. Na kushukuru kwa ajili ya walimu wao, na kushukuru kwa ajili ya shule hii, na shukuru kwa ajili ya director na wote ambao wamefanya kazi hii kutimia leo hii. Mungu wangu, nasema ni asante, kwa maana ulikuwa unajua kwamba kazi itakuwa leo, na pia wataenda kufanya kazi yako pale nje. Wacha neema yako ni ikapate kuwatosha, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, nimeomba na kuamini. Amen. Asante. Sasa bandira wimbo ule wa wanafunzi. Wimbo wa wanafunzi. Mkitoa hii viti hapa. Wanafunzi, wimbo wenu ndio tunaongojea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongojea wimbo wa wanafunzi. Mmeanza? Hello? Wimbo wa wanafunzi. Pia kama hawajakuwa tayari, ile pandi yetu iko tayari sana. Wa pastors wa 2023 Shepherd Bible School wakiongozwa na President Victor Ayeja. From Pastor Wycliffe
Ushers, Barikiwa sana. kutana kwa ile hema nyeupe pale mahali kuna muembe. Ushers, all ushers, Sio rahisi. mwende kwa ile hema. Sio rahisi. Sio rahisi. Oh, sio rahisi. Sio rahisi. Safari ni ndefu mama. Sio rahisi kumaliza miaka mitatu shuleni. Sio rahisi. Sio rahisi. Asante sana walimu wetu Halibati pamoja na Elijah Paul Nyamweya. Barikiwe, barikiwe. Jamani, sio rahisi kufika hapa. Asante, 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 asante mama, asante. Wewe ni mwema. Tunasema asante, 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 asante. Wewe ni mwema. Kama ilivyo kawaida, majaribu hayawezi kosa. Umetupigania Baba, haujatuacha Jehova. Wewe ni mwema, kimbilio, tegemeo. Wewe ni mwema. Watumishi wa Mungu, jamani muko wapi? Yeah, sijawaona. Simama mshereke, ni siku yenu, ni siku yenu. Oh, kimoko genda isiko kurandie nchiri molenda mono gakinutimowa amatemu na mange aleisikalia bamito molende timowa aya pasta wiki na director siemo pasta kaleni renda ringana. Asante, 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 asante mama, asante. Wewe ni mwema. Tunasema asante, 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 asante. Wewe ni mwema. Eba eba genda buya asemoko genda korero monene Benjamini bye bye Anthony bye bye Abunda bye bye Moike buya Arogo bye bye Stella bye bye Kinaro bye bye Namasi Moike buya. Asanteni sana, asanteni sana. Ningependa kusema kwamba iwapo kuna yule ambaye ataimba, iliambiwa kuna kanisa la Kemboa SDA wako pamoja nasi, mkijiandaa tujue kutoka hapa. Kwa wakati huu ningependa vile wanafunzi wametoka wapigiwe heshima moja tu wakitoka. Msiketi wanafunzi kabla hamjapokea hiyo heshima ya pendi. Asante sana. Wanafunzi mmeimba, lakini mmesema bye bye, inamaanisha tukiwapa digiria mtaki. Wamesema bye bye, it means they have said bye bye for. Siamini ni hivyo. Oh, samani kidogo. Nimeambiwa ndugu, hiyo itapiwa baadaye mwisho kabisa. We have a press briefing right now. Kindly. I'm sorry for that. Wakati na wakumbusha kwamba hafla hii yote imekuwa live ndani ya Vuna TV, na hivyo kama hukupata nafasi ya kuangalia ukienda kule nyumbani,
Ingia katika mtandao wa YouTube, tafuta Vuna TV. Abokenya rakabako korrali mna kwa ikaranse tonye kware kuoga. Abokorranga kuoga kwarenge. Onya gwasa kenjeragete naro nabokorranga kwarenge goseka. So the graduates, that is a lasting memory. You can follow on Vuna TV at your time of comfort to see what was happening here. Yes, that is my son-in-law. Nyasaye numo bwe oyo okolera mangana ayo nabongo nagosabanga Nyasaye nanchange grace nyoro muntu ngotigaria because inkorosi abantu bako babanze kwegorere kanisa nabo igoranga sasa ni wasana.
Hallelujah.
Inzabu. Karara agira mai wonde yule. Aibeja. Kile bati yana kitu nyingi sana. Benja. Moja ndio mama walikuwa. Iga to moja kabisa. Iga abantu ababara na ubako kugira abantu ababara. Tutire. Tebi abako kugira tutire. Musiki. Basta. Macam dah ada ni lah. Messi. Nani? How did you hijack my airport?